Shalom shalom mwana wa Mungu, natumaini unaendelea salama kwa neema yake Bwana Yesu Kristo. Ni nyakati nyingine njema, na kwa utukufu wake Mungu Baba ametupa neema tena ya kujifunza na kupokea mafunuo kutoka kwake. Usisahau, roho ya unabii ni ushuhuda wake Yesu Kristo. Roho ya unabii ni ushuhuda wake Yesu Kristo. Kwa unabii wowote unaofunua mafunuo yote ni ushuhuda wake Yesu Kristo katika jambo fulani, katika somo fulani. Inaweza likawa ni neno la maarifa, na tumepata wasaa na neema. Idara yetu ya media kuanzia sasa ina divine knowledge, kitengo cha divine knowledge today. Divine knowledge today, ambapo neno la kimaarifa nitakuwa nikiliachilia. Neno la kimaarifa ni neno la kimikakati la kila siku, la implementation za kila siku. Kuna neno la hekima, neno la hofu ya Mungu. Hilo ni la kiibada, your worship life. Alafu kuna prophetic unveilings. Prophetic unveilings ni mafunuo ya fikra za Mungu kwa habari ya nyakati, na ndio hii ambayo tuko hata hivi sasa. Kuna mambo ambayo Mungu anatufunulia leo, and I hope kwa neema yake Mungu Baba you will gain new insight. Utapata mafunuo mapya na utaelewa fikra za Mungu kwa namna ya tofauti katika this prophetic unveiling. Na Roho Mtakatifu akusaidia sana. Neema ya Mungu ikuhifadhi hapo na ikupe utulivu. Hivi leo tutakuwa tukijifunza na tukipokea mafunuo kwa kadiri Roho Mtakatifu atakavyokuwa akinitumia kwa habari ya utawala wa binti Sayuni. Utawala wa binti Sayuni. Nilipata neema kiwa Arusha, katika Arusha Crusade. Kaanza na Roho Mtakatifu akatusaidia kuanza wimbi la somo hili. Sababu hili halikuwa kwa ajili tu ya Arusha. Hili ni somo ambalo lilienda katika malango ya Arusha kuanzia pale. Lakini ni wimbi ambalo tutakuwa tukilifundisha kwa kadiri Roho Mtakatifu atakavyotupeleka, kwa muda mrefu kadiri atakavyotupeleka, ili watu wengi zaidi na zaidi wapate kutambua. Na the more tutapokuwa nikifunua zaidi na zaidi kwa nafasi na neema aliyonipa Mungu, utagundua hakika hili somo na haya mafunuo ni ya msingi sana kuyafahamu. Na hata unapoipokea uwe umejiandaa ndani, si kupokea tu ili uelewe, lakini kupokea ili uelewe na uwe chombo cha kutumika na Yesu Kristo kuwahabarisha na wengine wengi kwa habari ya nini Mungu anatazama hivi sasa, na kwa nini it is all centered kwenye utawala wa mwanamke, utawala wa binti Sayuni, kwa sababu sio kila mwanamke, utawala wa binti Sayuni. Neema Mungu ikusaidie sana. Hilo ndio msingi wetu. Naomba nimshukuru Mungu, then tuanze kupata mafunuo haya. Baba, ninasema asante. Baba, ninakutukuza. Baba, moyo wangu una furaha mbele zako, maana umetuweka mbele zako, lakini pia hujatunyamazia. Umefungua kinywa chako na umeachilia mafunuo ili unene nasi, maana siri zilizofichika ni za Bwana Mungu, ni za kwako Baba, ila mambo yaliyofunuliwa umeyafunua kwa ajili yetu na wana wetu, kwa ajili yetu na wana wetu, lakini si kwa ajili ya hilo tu, ili tuishike sheria yako. Hilo ndilo kusudi, ndio unavyotuambia Kumbukumbu la Torati 29 mstari wa 29, ili kusudi ni ili tuishike sheria yako. Na sasa umeyafunua mafunuo, umekiachilia kinywa chako kuachilia siri zilizofichwa, hazina zile zilizofichwa, na umetupa ili zikatunufaishe sisi na wana wetu katika kuishika sheria yako. Tusaidie Roho Mtakatifu, tupate kuelewa, tupate kupokea. Sifa, heshima, adhama na utukufu ukurudie. Be blessed, be blessed, be blessed unapokami mbele za Bwana na unapojifunza. Neema ya Mungu ikusaidie sana. Fikra, fahamu na uwezo wako wa kutunza, yani moyo wako, udongo mwema, vikaandaliwe na Roho Mtakatifu ndani yako kabla ujumbe huu haujafika, ili ukapate kupokea fahamu zenye kupokea, zilizojitenga na uovu, fikra zilizotakaswa zenye uzima ndani yake, na moyo wenye kuchipusha mbegu hii. Neema Mungu ikusaidie sana. Tutaanza somo letu katika msingi wa kile kitabu na mafunuo ya Nabii Isaya. Kitabu kile cha Nabii Isaya, mlango ule wa 4,
kuanzia mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne na wa tano. Tutakuwa tutasimama katika msingi wa mstari wa tatu na wa nne, lakini tunaanza kuanzia ule mstari wa kwanza. Roho Mtakatifu anafunua jambo zito sana pale. Anasema na nyakati hizo wanawake 7 watamfuata mwanaume huyu mmoja, na watamwambia, sisi tutakula chakula chetu, hatuna shida ya chakula. Sisi tutavaa mavazi yetu, sisi tutamiliki kazi zetu, sisi tutafanya kazi zetu, sisi tutafanya ajira zetu, sisi tutashughulika na mambo yetu binafsi. Tunachohitaji kutoka kwako, tupe tu jina, tupe jina, tuhifadhiwe kwa jina lako. Ndio mstari wa kwanza nabii Isaya anachokifunua pale. Na katika ule utangulizi anaeleza zamani zipi anaziongelea. Na nikusaidie kama nabii uelewe. Roho Mtakatifu akusaidie sana na akujenge katika hili. Mbele za Mungu hakuna future. It is only the past. Mbele za Mungu ni zamani zilizopita, ni zamani zilizopo, ni zamani zijazo. Na kwa nini tunaweka hayo maneno? Kwa sababu sisi wanadamu, hizi zamani za Mungu zilishapita. Alishamaliza kazi yake yote, alishakujua, alishafika mwisho, alishamaliza yote mpaka zamani za mwisho. Ndio maana mpaka tuna mafunuo mpaka ya mwisho wa dunia utakuwaje na mambo yatakayotokea, unyakuo, the tribulation, nyakati za maumivu zitakazopita na dunia mpya, kwa sababu zilikwisha kuisha mbele za Mungu. Zote ni zamani, zote hizi ni zamani, ila kwa mwanadamu anakuwa ana zamani zilizopita, hizi alizo nazo ambao ni zamani za sasa na zamani zijazo. Ni zamani, lakini kwa sababu mwanadamu hajaziendea zinaitwa zamani zijazo. Na ndio ipo roho ya unabii inapofunua pale kwa Isaya, ikimuonesha kwa hakika kwamba zamani zijazo kuna kizazi kitakuwepo. Na hichi kizazi nataka mkielewe naongea na kizazi gani. Anatoa description. Kizazi hichi mtakitambuaje? Mwanamke atakuwa anaweza kujitawala, ana fedha yake, ana pesa yake, anajiweza. Na si mwanamke mmoja kwamba ni bahati, au si wanawake wawili kwa sababu ni bahati, au watatu kwa sababu wao they are very unique. Hapana, wanawake 7 katika ukamilifu, kwa sababu namba ya 7 haijawekwa kwa bahati mbaya pale. 7 namba ya ukamilifu. Wanawake katika ukamilifu wao watakuwa wana uchumi binafsi, wana uwezo binafsi. Watakachokuwa wamekosa ni kile anachokifunua pale katika lugha ya kiroho, akisema kwamba mwanamke huyu mmoja, hawa wanawake 7 watamfuata mwanaume mmoja wakimwambia, tunaomba utupe jina lako. Hilo tu. Chakula tutakula cha kwetu, maisha tutaishi ya kwetu, wewe tupe jina lako. Sasa nikusaidie kama nabii kwanza uelewe hapo, kwa sababu usipoelewa vizuri hapo hutoelewa msingi wa ninachojaribu kukifunua na Roho Mtakatifu anachokusaidia siku ya leo. Kuna mambo mawili pale unatakiwa ujue ni kizazi kipi anakieleza, na utajua kwa nini ni kizazi hichi cha mwisho na sisi ndio kizazi cha mwisho. And as a prophet to the last generation, lazima nikueleze huu msingi. Cha kwanza, mwanamke ndiye atakuwa mtawala, ndiye atakuwa na uchumi. Ndicho cha kwanza kinachotoka pale kwa Isaya mlango wa 4 mstari wa kwanza. Mwanamke ndiye atakuwa mtawala. Sihitaji wewe uwe Mkristo, uwe muamini wa dini fulani ama dini fulani uweze kuona. Mwanadamu yoyote mwenye akili timamu hivi sasa akitazama dunia kila upande, mwanamke ametukuzwa na ametengenezewa mazingira kiasi kwamba sasa hizi mwanamke anatawala sehemu za mwanaume, anatawala kwenye mifumo. Na neno la Mungu halianguki. Mungu akishasema nyakati hizo mwanamke atatawala, haipishanishi. Nenda kwenye kila sekta utakuta wanawake walio prevail beyond expression. Tena katika nchi ambazo zilionekana ni ngumu sana kumuona mwanamke akiprevail, nikimaanisha nchi za Afrika ambazo mifumo yake ya culture and traditions ilikuwa migumu sana kumruhusu mwanamke kuprevail. Sasa hizi mwanamke ameprevail sana, na siku zinavyozidi kwenda motivation ndani ya wanawake inakuwa zaidi. Hilo la kwanza ujue ni kizazi kipi cha mtindo gani. Cha pili, kizazi hichi mwanaume atakuwa ni kitu cha thamani sana. Yaani kiasi kwamba wanawake 7 hawataona wanaume 7. Watatafuta wanaume 7 watakosa. Katika wanaume 7 wataona mwanaume mmoja tu. Ndio kizazi hicho. There will be 7 ladies. There will be 7 men.
But in the matter of fact, na msingi wake, those 7 men won't be 7 men. There will be 1 man and 7 figured out men. Ndio nyakati hizo. Nyakati hizo watasimama wanaume 7, mwanaume atakuwa mmoja, wale 6 wengine si wanaume. Wanaonekana katika mtazamo wa mwili ni mwanaume, lakini hawana wanaume ndani yao. Ndio anachokifunua pale. Kwa wakati mtu unatazama, unauona ushoga katika nafasi yake, ujue ni katika msingi wa nyakati hizi ambapo mwanaume hata kuwa mwanaume kwa kumtazama nje tu. Kuna vitu vya ziada itabidi vitafute ndani yake, na mwanaume atakuwa kitu adimu katikati ya dunia, kiasi kwamba wanawake 7 wataona mwanaume mmoja tu peke yake. Hilo ni jambo la pili. Na usagaji kwa nafasi yake, kwa sababu usagaji si kitu cha msingi. Lesbians are not a real sensual thing. Gays wale ndo kitu cha msingi kilichotengenezwa. Usagaji umekuja tu katika msingi wa kuendeleza kuua nafasi ya mwanaume, kwa sababu both, elewa, a gay na mfumo wa gayish unaua mwanaume asio mwanaume, yaani unambadilisha mwanaume mmoja awe mke. Lesbians wanadili na kile kile, si kwamba unabadilisha mwanamke awe mwanaume. No kabisa. Wanawake wawili wanapojihusisha na lesbianism, hakuna kati yao anayeweza kujiweka katika msingi wa mwanaume. Wataigiza tu, ili hawa wawili wote, ambayo huyu mmoja alitakiwa awe na mwanaume na wewe alitakiwa na mwanaume, tayari wameshaua nafasi ya wanaume wawili huko nje. Ndio cha msingi, hicho ndio cha msingi. Ukirudi kwa wanaume kama wanaume, there are 2 gays, ukawakuta mmoja ni mwanaume na akachukua nafasi ya mume, mmoja ni mwanaume akachukua nafasi ya mke. Huyu katika nafasi yake ya mke ameua. Katika hii couple ya gays wameua nafasi ya mwanaume huyu mmoja, kwa sababu huyu ni mwanaume mmoja fedhuli. Huyu ambaye anasimama kama mwanaume katika hayo mahusiano ni mwanaume na bado hajaondoka katika nafasi ya wanaume wake, lakini ni mwanaume fedhuli. Huyu wa pili alitakiwa awe mwanaume, kwa hiyo katika idadi ya wanaume ameondoka katika ile idadi, amepunguza idadi ya mwanaume mmoja. Nataka uelewe hii question kama nabii nikusaidia. Amepoteza nafasi ya mwanaume huyu mmoja. Lakini ukienda kwa lesbians, question yao haipotezi nafasi ya mwanaume mmoja, inaongeza, kwa sababu 2 lesbians, wanawake wawili wasagaji, huyu mwanamke mmoja bado ni mwanamke japo ni fedhuli. Huyu mwanamke wa pili bado ni mwanamke japo ni fedhuli. Lakini huyu mwanamke alitakiwa awe na mwanaume, kaondoa nafasi ya mwanaume mmoja. Huyu pia wa pili alitakiwa awe na mwanaume, kaondoa nafasi ya mwanaume wa pili. Kwa hiyo katika lesbians there is a greater multiplication ya kuondoa nafasi ya mwanaume kuliko katika gays. Intention ni kwamba patapokuwa na 2 couples, couple ya gays wawili na couple ya lesbian wawili, tayari tumeondoa equation ya wanaume 3. 3 men on earth zimepotea nafasi zao. Hilo ndio kusudi. Nisipokufunulia na kwa nimekunyima kama Prophet Larry, a prophet of the last generation, lazima nikueleze. Uelewe. Ndio Isaya anatusemesha kizazi kipi anaongea. Sasa nataka tusogee mbele uyaone. Nimekuonesha mambo ya matatu pale. Mwanamke atatawala. Mwanamke rasmi, mwanamke kabisa. Mwanamke ambaye anajiheshimu, achana na fedhuli, anajiheshimu kabisa. Kwa sababu hawa wanatafuta mwanaume, hawatafuti wasagaji wenzao. Hawatafuti mashoga, hapana. Hawa ni wanawake. Isaya anasema ni wanawake wanaojiheshimu. Ni watafutaji. Wamepewa nafasi. Katika nyakati hizo Mungu ameruhusu mwanamke atawale. Na hawa wanawake watafanyaje? Watatafuta mwanaume. Na wataangalia katika wanaume 7, hawataona mwanaume, wataona mwanaume mmoja. Watamngangania mwanaume mmoja. Hilo jambo la kwanza. La pili ni kwamba wanaume hawatakuwepo. Usagaji na ushoga tunaoona sasa hizi. Ndio nimekuonesha question ya kupoteza wanaume 3 katika couples mbili. Lakini cha mwisho katika msingi wake ufahamu, na Roho Mtakatifu akusaidie sana uelewa anachokifunua pale, ni kwamba katika nyakati hizo wanawake 7 watataka jina la mwanaume. Sasa nataka nikufikirishe kwa neema ya Mungu hapa na neno la maarifa lipite hapa na Roho Mtakatifu akujenga. Hawa wanawake 7 watakao muona mwanaume mmoja watataka kitu fulani specifically kutoka kwa mwanaume.
Ndio jambo la tatu nataka ulione hapa na nikufunulie, na neno la maarifa likusaidie likujenge hapa. Watataka jina la mwanaume, na Isaya anaeleza kimafunuo neno la kimaarifa pale kwamba watataka nini. Wanasema tuache sisi, tutakula chakula chetu wenyewe na tutavaa nguo zetu wenyewe, lakini wewe tunakusii utupe jina lako. Alafu anaongeza kitu cha msingi pale, Isaya mlango wa 4 mstari wa kwanza, anasema utuondolee aibu, utuondolee, and take away our reproach. Take away our reproach, utuondolee aibu yetu. Kwamba wanawake hawa ambao wamebaki kuwa wanawake, watakachotaka, nikusaidie kwanza uelewe, watakachotaka ni jina la mwanaume. Sasa ukikimbia haraka haraka, nisipokufunulia kama nabii, utazani ni jina hili unalolifikiria wewe haraka haraka. Hawa wanawake wana majina ya baba zao, kwa sababu hawajazaliwa na mama peke yao, wamezaliwa na baba. Kwa hiyo mwanamke ana jina la baba yake. Kama anaitwa Anita, ana jina la baba yake. Kama anaitwa Jenny, ana jina la baba yake. Kuna jina liko pale nyuma. Kwa hiyo hahitaji jina la mwanaume nyuma ya jina lake, kwa sababu kuna jina la mwanaume tayari. Anahitaji nini? Anasema ile character behind the name of a man, yaani ile mbegu ya mwanaume ndio ninaitaka. Wanawake 7 watamtafuta mwanaume ambaye ni mwanaume wa kweli mmoja, wakitaka mbegu ya mwanaume, yaani wakitaka uzao wana mwanaume halisi, ili wasiwe na aibu, wasiaibike. Kumsingi utauelewa vizuri ukirudi kwenye Methali, ambapo neno la Mungu linasema mwana mwenye hekima ni fahari ya baba yake, ila mwana mpumbavu ni mzigo kwa mamaye. Hawa wanawake wanachosema ni kwamba hatutaki mbegu ya kila mwanaume, tusije tukapata watoto wapumbavu wakawa mizigo yetu. Tunachotaka ni heshima, na hiyo heshima tunaitoa wapi? Tukiwa na watoto wenye mbegu kutoka kwa mwanaume halisi. Ndio maana anasema na tunaomba jina lako tufiche aibu yetu. Ndio kizazi hicho. Kwa unawaelewa fikra ya hawa wanawake. Jambo la tatu, unaelewa kwanza ni wanawake wanaotambua uwekezaji wao kama wanawake. Hawa wanawake sana. Lakini pia unaelewa fikra na lengo lao. Alafu cha tatu, unaelewa kwamba katika msingi huo hawa wanawake wamefahamu kwamba si kila jina, si kila mbegu ya mwanaume inafaa. Na ndio kizazi tulichopo. Wanaume tupo tunatembea huko, lakini si kila mwanaume ni mwanaume, na si kila mwanaume anabeba utukufu wa Mungu. Neema Mungu kusaidia sana, kwa sababu kumbuka, kichwa cha mwanaume ni Yesu Kristo na kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Kwa wanawake wanaotembea na kusaidia kama ni binti katika neema yake Bwana Yesu Kristo, kama unatafuta na upo unatafuta mwenza wa kuolewa naye, lazima utafute mwenza ambaye kichwa chake ni Yesu Kristo, ndio utukufu uweze kudhihirika, kwa sababu utukufu wa Mungu ni mwanaume, utukufu wa mwanaume ni mwanamke. Neema Mungu kusaidia sana, tunavozidi kwenda utanielewa vizuri. Kwa haya mambo matatu natakiwa yatambue ni kizazi kipi kinaongelea. Then anaongea sasa lugha ya kimafunuo. Ameshamaliza lugha ya kimwili kwamba kizazi kipi kinakiongelea. Description ya kizazi gani? Hicho hapo, description hapo. Mstari wa pili anasema na chipukizi la Bwana litakuwa jema sana nyakati hizo. Sio chipukizi lolote. Sio chipukizi lolote. Hii ni lugha ya kiroho. Sio kila aliyezaliwa, sio kila aliyepo duniani atakuwa mwema, bali ni chipukizi la Bwana nyakati hilo litakuwa jema sana. Lakini chipukizi gani? Wale watakao baki ndani ya Yerusalemu, wale watakao baki ndani ya Sayuni. Ndio maneno mawili anayotumia pale. Watakuwa watakatifu, watakao baki, watakaoweza kusimama na kuwa katika utimilifu wa lile kusudi la Mungu duniani katika kizazi hicho, katika kizazi hichi, zamani hizi tulizo. Ndicho anachokisema pale. Na neema Mungu ikusaidie sana. Sasa kuna lugha mbili zinanyanyuka pale. Unatambua kuna neno linaitwa Sayuni na kuna neno linaitwa Yerusalemu. Neema Mungu ikusaidie sana. Haya maneno usipoyaelewa pia na yanaonesha nini na yanasimamia nini katika ulimwengu wa roho, napo pata kusumbua kuelewa.
Sayuni, ukisikia Zion, Mount Zion, mlima Sayuni, uelewe kuanzia leo na neema Mungu ikujenge hapa. Mlima Sayuni katika ulimwengu wa roho, ndani ya hii dunia aliyotupa Mungu, kuna mlima huu peke yake unaomwelekea Mungu. Mlima wa Mungu uko huu peke yake, mmoja peke yake, unaitwa mlima Sayuni. Katika huu mlima makao tofauti tofauti yamewekwa. Kwa lugha ya kileo tutasema stations, ama vituo tofauti tofauti wanadamu wameviweka katika huu mlima. Haya makao ndani ya huu mlima Sayuni ndio hizi madhabahu unaziona ndani ya watumishi tofauti tofauti. Ukija kwangu Prophet Larry, there is a ministry you'll find. Ukienda kwa mwalimu wa Kasege, there is a ministry you'll find. Ukienda kwa mtumishi mwingine, kwa nabii, kwa mtume fulani, kwa mchungaji fulani, kwa mwinjilisti fulani, kwa mwalimu fulani, hizi madhabahu. Ukienda kwenye dini zile tunazoziita dini za asili, kwa Wakristo nikiongea naposema Walutheri, Wakatoliki, Waanglikana, hizi madhabahu zote ni makao yaliyoko kwenye huu mlima, sio binafsi, zenyewe sio milima binafsi. Zote hizi ndio maana kimaandiko utakuta hiyo lugha, makao ndani ya mlima Sayuni na makao ya mlima Sayuni. Haya makao haya ndani ya huu mlima ndio hizi madhabahu alizoziachilia Mungu kwa utukufu wake na kwa kusudi lake, ndio zinakuwa ndani. Lakini mlima ni huu, mlima Sayuni. Kwa kila unapoomba, popote unaposimama ukimtafuta Mungu, ujue unatumia, unapoingia rohoni, mlima unaopanda ili kunena na Mungu ni mlima Sayuni. Sasa ukisema wewe huna madhabahu, huna makao popote ambapo wewe umeungamanishwa, inamaanisha wewe huu mlima wewe hujaupanda bado. Kwa hiyo ukiingia rohoni, una kazi ya kupanda kwanza, ndio ufike katika kilele, ndio uweze kuongea na Mungu. Kwa maana mimi si sadiki kabisa mtu anaposema yeye hana madhabahu yote anatumika, hana madhabahu yote anajiungamanisha nayo, yeye anasali mwenyewe. Ni uongo mtupu. And as a prophet I know, danganywa na watu wengine huko, jidanganye wewe, it's okay. Lakini katika msingi wa kiroho, huu mlima bado uko pale pale. Ndio maana Mungu akaupa makao ili kusaidia wewe ukiingia rohoni usio unaanza kupanda chini mlima, uwe tayari uko ndani ya kao fulani. Kwa hiyo ukiingia rohoni uko ndani ya ile kao, ndani ya mlima Sayuni, unasali, unaomba, umeungwa na madhabahu, na Roho Mtakatifu akusaidie sana. Sababu kuna vitu ambavyo Wakristo hasa, sababu mimi ni nabii kwa kila mtu, nabii kwa Waislamu, kwa Wakristo, kwa Wabuddha, kwa the last generation, watu wote wenye nafsi ya Mungu, mimi ni nabii kwa kuwasemesha habari za Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Hasa katikati ya Wakristo kuna namna fulani za kujidanganya, wasio na mafunuo ya kinabii na kutokulelewa katika misingi ya nabii ndani ya Kristo. Anakuwa na kamtindo fulani cha kujidanganya kwamba katika mlima wa Bwana mimi naweza nikapanda, nikakwenda tu. Makao yasingekuwa na kazi yake. Na yote haya ni msingi wa kuelewa kwamba Yesu Kristo pale alipokuwa Golgotha, alipokata roho, alipoiachilia roho yake iende kwa Baba, pazia la hekaluni lililokuwa likizuia patakatifu lilipasuka. Huo ndio msingi wa kwanza. Lakini sasa Wakristo wengi wakaishia hapo, kwamba lilipasuka kwa sasa tunaweza kumwendea Mungu. Hapana, lilipasuka ili kukuruhusu kumwendea Mungu, ila sheria ya kumwendea Mungu ilibaki ile pale pale. Ndio maana Ufunuo wa Yohana mlango wa 5 anasema, naye Yesu Kristo mwana kondoo wa Mungu alimnunulia Mungu, tena malaika ndio wanamtukuza, wanasema atukuzwe, maana yeye alimnunulia Mungu kwa damu ya thamani watu wa kila kabila, kila taifa, kila lugha, kila jamaa, akawafanya nini? Makuhani wa kifalme. Yaani kwamba alitufungulia pazia tuweze kupaelekea patakatifu, lakini msingi wa ukuhani na taratibu za kikuhani hakuziondoa. Ndio maana hata aliowanunua aliwabadilisha na ametubadilisha katika msingi wa ukuhani, kwa sababu kwenda kwa Mungu sheria za kikuhani zimebaki pale pale. Ni kwamba sasa hizi, kale makuhani walikuwa ni baadhi ya watu, sasa hivi kila mtu ni kuhani katika nafasi yake. Kwa hiyo ukienda mbele za Mungu na kandambili zako na spidi zako bila kujua sheria ya kikuhani, usizani atakusikiliza. Lazima uwe umesimama katika nafasi ya ukuhani na sheria za kikuhani na taratibu za kikuhani, ndio uende mbele zake.
Ndio maana alikununua akakufanya kuhani wa kifalme. Neema Mungu ikusaidie. Anasema katika nafasi ya Sayuni, nilikuwa najaribu kukufunulia hapo, ujue ni mlima ambao wote tunanyanyuka kumuona Bwana, na ndani ya mlima ametupa makao. Na haya makao ukishikamana na madhabahu aliyokupa Mungu, ukikaa katika msingi, inamaanisha saa yoyote kokote, uwe bafuni, uwe chooni, uwe barabarani, unapoamua kuomba unaanzia katika msingi wa lile kao ulioungamanishwa nalo, ile madhabahu, na unanena na Mungu katika mlima Sayuni. Huo ni mlima Sayuni. Yerusalemu sio mlima Sayuni. Neema Mungu ikusaidie. Just because ina jina linalofanana na eneo la kimwili, usije ukadhani Yerusalemu ni lile eneo pale Yerusalemu la kimwili. Ile ni jina lilopewa pale kudepict, kuonesha uhalisia wa Yerusalemu iliyopo rohoni. Yerusalemu kama ilivyo katika nchi zetu tulizo nazo, na Roho Mtakatifu akusaidie, kila nchi ina makao makuu. Na ndani ya makao makuu, capital city, panakuwa ndani ya yale makao makuu kuna eneo specific ndani ya makao makuu ambapo wanakutana viongozi wakuu wa nchi. Wengine wataita ikulu, wengine wataita bunge, inategemea. Lakini katika msingi wake ni eneo ambalo wakuu wa nchi na viongozi wanakutana. Naye Mungu naye alivyo katika uratibu wake, ana mji mkuu aliyoipa dunia, kwamba dunia nzima kama nchi tunavyoita Tanzania, sisi tuna mji mkuu. Kenya wana mji wao, ukienda kule Afrika Kusini wana mji wao, ukienda kule wana mji mkuu wao, ukienda kule West Africa wana kila nchi ukienda the other side Marekani kule, kila nchi, kila state unakuta wana eneo lao. Ukienda kule Russia, ukienda wapi, there is a capital city. Sasa hii dunia yote ambayo kila mtu amejipa capital city zake, Mungu wakati anaitengeneza na kuiratibu hii dunia yote aliipa one capital city yake yeye Mungu. Hiyo capital city inaitwa Jerusalem. It's the capital city of the world, ambapo rohoni inapofanya kazi ndio eneo ambalo viongozi wa Mungu, yani viongozi wa ufalme wa Mungu, viongozi wote wa ufalme wa Mungu, watumishi, tunaposimama katika nafasi zetu kama wawakilishi wa Yesu Kristo, mitume na manabii hapa duniani, na wachungaji na wainjilisti katika kulijenga kanisa, akitutazama ana makao makuu anayokutana nasi katika ulimwengu wa kiroho, inaitwa Yerusalemu. Na baadaye ukienda kusoma Ufunuo wa Yohana, anakuja anadhihirisha kuanzia pale mlango wa 20 kianza ukasoma na 21 na 22, anaileta Yerusalemu mpya, ataidhihirisha Yerusalemu mpya nyakati hizo katika mwili, ambao pia patakuwa ndio makao yake makuu ya dunia yaliyodhihirika katika mwili. Kwa sasa bado, kwa hatuendi Yerusalemu ile iliyoko pale Israeli. Sisi tukiingia rohoni kama viongozi wa madhabahu, kuna Yerusalemu imeundwa katika ulimwengu wa roho, ambapo wanakutana viongozi wa Mungu aliyowachagua yeye, sababu hatukumchagua, alituchagua kwa kadiri ya mapenzi yake. Wengine wanafahamu, wengine hawafahamu kwa nini, lakini ni kwa kadiri ya neema yake, ana viongozi wake. Kwa hiyo Yerusalemu ni makao makuu ya Mungu ambapo anakutana na viongozi wake. Ukiona Sayuni ni mlima wa Bwana wa kumwomba, wa kumpandia na kumsemesha Mungu na yeye kutusemesha. Na katika mlima wa Bwana Sayuni kuna makao. Hizi lugha mbili nataka nikufunulie hivyo uweze kujengwa kwanza katika msingi. Ufahamu. Kwa neema ya Mungu iendelee kukujenga hapo. Twende taratibu. Nikwambia somo la leo ni utawala wa binti Sayuni. Lazima uelewe kwanza hizi lugha mbili. Sayuni na Yerusalemu. Na kwa sababu umeshapata neema na hayo mafunuo hapo, taratibu nataka nikusogeze sasa uone anachokinena nabii Isaya kwa habari ya nyakati hizi na dunia hii na zama hizi tulizopo sasa. Mstari Isaya mlango wa 4 mstari wa 2 na wa 3 anasema jambo ambalo lazima uliweke kwanza kwenye fikra zako na kulitafakari, na nikusaidie kama nabii kulitafakari katika msingi. Anasema, na nyakati hizo chipukizi la Bwana litakuwa jema. Yaani ijapokuwa unaona hayo yote unayoyaona hapo kama mwanadamu, sasa hizi unatafakari, unaona uasi kule, wewe ni wa dini yoyote ile, kikubwa una imani ndani yako na umeisikia kweli ndani yako, na ile kweli inakutafuna, unauona uovu kila mahali. Mungu anakukumbusha kwamba nyakati hizo bado chipukizi la Bwana litakuwa takatifu. Lakini anasema na nchi itazaa
matunda yatakuwa mema, ardhi hii itachipusha mema. Bado inachipusha mema hata hivi sasa. Kwa wale tulio ndani ya amani yake, haki yake na furaha yake Roho Mtakatifu, tunajua habari za ufalme huu, na ufalme huu si katika neno, ni katika nguvu. It is not in the word but in power. We live it, na tunajua chipukizi la Bwana ni jema hata hivi sasa. Lakini anaeleza ule mstari pale wa pili kwamba ni kwa wale wana wa ahadi, kwa sababu anaposema Waisraeli ni wale wana wa ahadi, ni kwa wale wana wa ahadi waliookoka. Ingekuwa ni literal statement, Wayahudi hawana habari za wokovu. Wayahudi hawatambui Kristo alikuja duniani. Oh, it is not a literal statement. Anasema katika lugha ya kiroho, hawa wana wa ahadi, wana wajukuu wa Ibrahimu, wana wa Ibrahimu, katika ile ahadi ya kwamba mataifa watatoka kwako, wafalme watatoka kwako. Sisi tunaoishi sasa, wana wa ahadi, wale walioamua kuokoka, hao ndio ambao chipukizi la Bwana kwao litabaki kuwa jema na nchi itazaa matunda mema. Mstari wa pili ndio anachokifunua. Mstari wa tatu anaongeza katika msingi wa kwamba katika mlima Sayuni, wale waliobaki katika Sayuni na katika Yerusalemu watakuwa watakatifu, waliochagua kubaki katika mlima wa Bwana, na wale ambao tumechagua kusimama kama mitume na manabii bila kuchuja neno la Mungu, bila kutengeneza maarifa ya mwanadamu na kuyaongeza kwenye neno la Mungu. Tumesimama kwa kadiri ya neema Roho Mtakatifu anaendelea kushughulika ndani yetu akitusaidia, maana peke yetu hatuwezi. Anatusaidia madhaifu yetu. Kama viongozi katika madhabahu ya Bwana, tutakuwa watakatifu katika nyakati hizo. Kwa hiyo unajisi huo hatuogopi kwamba utatuinfiltrate, hatuogopi kwamba utainfiltrate, utatuharibia watoto wetu, ama utaharibu biashara zetu, ama utaharibu mambo yetu. Hapana, hatuogopi, kwa sababu tuna hii hadi hapa. Mstari wa Isaya mlango wa 4 mstari wa 2 na 3. Sasa nakuja kwenye kiini ile, nimetaka ulijue kwanza, kwa sababu hatumwabudu Mungu katika hofu. Hii ahadi imewekezwa. Wana wa ahadi nyakati hizi, wana wa ahadi nyakati hizi, mabinti mliopo huko nje na watambua kama binti Yerusalemu, binti Sayuni, bado nchi yenu itawazalia mema, nchi itawazalia mema, dunia itawazalia mema, bado itawazalia mema, na bado mtakuwa watakatifu. Maana ni nini? Wana wa ahadi waliookoka, sio wana wa ahadi wote, wana wa ahadi waliookoka. Mungu kusaidia sana. Napiga hatua uona pale Isaya mlango wa 4 mstari wa 5. Neno la Mungu linatufunulia, linasema haya yote yatatokea hapo ambapo, yani with the condition until this happens. Hapo ambapo ndio maana ile neno linavyoanza, hapo ambapo ni kwamba with this condition I'm about to tell you, yani kwa criteria hizi ninazokufunulia hapa mstari wa 5, ndio haya unayoyasikia mstari wa 2 na mstari wa 3, na ile hekima ya kimwili utakayoiona ule mstari wa kwanza pale juu itatokea iwapo hichi cha mlango wa 5 cha mstari wa 5 kitatimizwa. Hapo ambapo Bwana atawasafisha uchafu, the filth, uchafu wa binti za Sayuni. Pale ambapo Mungu Bwana wetu Yesu Kristo atakaposafisha the filth, uchafu wa binti za Sayuni, moja, na Yerusalemu na damu katikati yake. Hawa viongozi tulioko, hii damu iliyopo katikati ya viongozi na iliyo uzao huu wa viongozi ndani ya Yerusalemu, kwa sababu nimekufunulia hapo uelewe Yerusalemu ni nini. Viongozi wa kimadhabahu na damu iliyoko, asili yao iliyoko ya hawa atakapoisafisha, ataisafisha kupitia nini? Kupitia roho ya hukumu, the spirit of judgment ndio itakayotakasa, na the spirit, a burning spirit, na roho ya kuteketeza. Roho ya hukumu na roho ya kuteketeza, hizi roho mbili ndizo usafishaji, ndio zinazotumika kusafisha hawa binti Sayuni na kusafisha viongozi wa Mungu wa kimadhabahu.
na hapo watakaposafishwa Hawa, sasa ahadi ya mstari wa 2 na wa 3 kwamba nchi itazaa matunda mema na chipukizi litakuwa takatifu tena lenye kupendeza la Bwana, la hao waliookoka. Lakini pia naposema wale waliobaki katika Yerusalemu na waliobaki katika Sayuni, hao watakuwa watakatifu. Haya yote yatatokea katika msingi wa kumalizika kwa jambo hili la kusafishwa. Lakini pia anaposema mstari wa 1, wanawake hawa watakuwa na uwezo wa kutawala utawala wao, and yet they will be clear minded kwa neema, by the grace of God. Hayo yote yatatokea na udhiriko kama watatakaswa hawa. Ni nyakati za utawala wa mwanamke, ni nyakati zilizofunuliwa kwa utawala wa mwanamke, na utaelewa kwa nini zaidi ninaposogea mbele. Lakini hizi nyakati zitadhihirika pale ambapo mwanamke huyu ambaye ni binti Sayuni atakapotakaswa, na viongozi wa madhabahu watakapotakaswa. Katika nini? Katika roho ya hukumu na roho ya kuteketeza. The burning spirit and the spirit of judgment. Roho Mtakatifu akusaidia sana. Kisha kuna ahadi za msingi za kimadhabahu zinaonyeshwa mstari wa 6. Kiendelea pale mbele, lakini kabla tunaenda nataka tuwekeze sasa muda wetu hapa. Tuelewe. Kwa nini utawala? Na neema Mungu ikusaidie sana. Utawala wa mwanamke. Utawala wa mwanamke. Utawala wa mwanamke ulikuja. Kwa nini inajitokeza kwamba nyakati za mwisho za ulimwengu tunajikuta utawala wa mwanamke unarudi? Kwa sababu sio jambo jipya hili. Haya yote yalikuja. Na mwanadamu amejikutaje hapa? Utaiona huu msingi ukirudi tangia mwanzo, ukaenda kumtazama Mungu akiwa na wanadamu wake wawili wa kwanza, ndio utaelewa utawala huu ulitokea wapi. Kienda kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 3. Neema Mungu ikusaidie sana. Kuna mambo ya msingi sana ukiwekeza pale utayagundua taratibu. Na nataka nikusaidie hapo. Mlango ule wa 3. Genesis chapter 3. Kuanzia mstari wa 3, japokuwa tutawekeza kuanzia ule mstari wa 7 sisi kushuka chini mpaka ule mstari nadhani wa 16 15 pale. Tuwekeze pale, kuna mambo kadhaa na tamani ya juu. Sababu msingi wa mafunuo ya leo nataka nikuoneshe nyakati tulizopo, kwamba ni nyakati za utawala wa mwanamke, lakini si mwanamke yoyote atakayetawala nyakati hizi, bali nyakati za utawala wa binti Sayuni. Binti Sayuni akikaa vizuri, yani mwanamke aliyeokoka, mwanamke katika Kristo akikaa vizuri, ni nyakati za kiutawala. Na nyakati hizi si za bahati mbaya, wala hazijaletwa na shetani, zilipangwa na Mungu, na Mungu ndio aliruhusu. Twende pale tukaone kwa neema ya Mungu. Kitabu kile cha Mwanzo, Genesis chapter 3, Mwanzo 3. Taona kuanzia mstari wa 4, ukipata wasaa tulia pale tazama, lakini nataka uone mambo kadhaa kuanzia tuanze mstari wa 7. Tutarudi hapa. Mstari wa 7 neno la Mungu linasemaje? Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajua kuwa wauchi. Wakafumbuliwa macho wote wawili, watu wawili wakafumbuliwa macho, wakajua wote wako uchi. Wakashona majani ya miti wakajifanyia nguo. Watu wawili wakashona majani wakatengeneza nguo kwa sababu wametambua wako uchi. Mstari wa 8. Kisha wakasikia, wawili tena, wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupungwa. Watu wawili wakasikia sauti, wakasikia wawili. Nataka tuende vizuri, nikusaidie kama nabii, udake kitu hapa. Adamu na mkewe wakajificha. Okay, kwa hiyo watu hawa wawili tulikuwa tunawataja muda wote, Adamu na mkewe, kwa sababu alipoanza wawili kulikuwa kuna individuals watatu kwenye hii scenario. Kuna Adamu, kuna Hawa, kuna Lucifer. Kwa hiyo wawili hawa wangeweza kuwa yoyote kati ya hawa watatu, lakini anatarajia Adamu na mkewe. Adamu na mkewe ndio waliojiona wako uchi, na ndio waliofunguliwa macho, na ndio wakajitengenezea nguo za majani, na ndio waliosikia sauti ya Bwana akitembea, na ndio Hawa tunamuona. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone.
Mstari wa 9, Bwana Mungu akamuita Adamu. Nataka unotice hicho kitu hapo. Muda wote ni wawili, lakini alipoingia Mungu kwenye hili jambo, Bwana Mungu akamuita Adamu, hakumuita Hawa, hakuwaita kama wawili. Bwana Mungu akamuita Adamu, akamwambia uko wapi? Sio akawaambia kwamba akamuita Juma kisha akamwambia Juma kwa niaba ya wengine mko wapi? Akamuita Juma na akamuuliza Juma uko wapi? Yani ndio tafsiri nakupa tu kwa mfano wa duniani hivi sasa. Ndio anachosema hapa kwamba akamuita Adamu na akamwambia Adamu uko wapi, kwamba nakutafuta Adamu, sio wote wawili. Mstari wa 10, akasema Adamu, nalisikia sauti yako bustanini. Sio tulisikia, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Angalia, nalisikia sauti yako, nikaogopa nikijua mimi ni uchi. Sio sisi tuko uchi, nikajificha, sio tukajificha. Adamu ali-individualize ile jambo right away, yeye binafsi. Mstari wa 11, akasema Mungu, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Sasa tubaki kwanza pale mstari wa 10 nikusaidie kitu. Adamu aliongea in a singular manner, ili hali tatizo alidili nalo in a plural manner. Yani Adamu tatizo lilivyoanza walikuwa wawili, nguo akatengeneza kwa wote wawili, kujificha wakajificha wote wawili, lakini Mungu alipokuja akamuita Adamu katika yeye binafsi na akamuuliza Adamu katika yeye binafsi, na Adamu pia akamjibu katika yeye binafsi. Kwa sababu gani? Si kwa sababu Adamu hakumpenda mke wake. Roho Mtakatifu akusaidie sana. Ndio kazi yetu manabii kukusaidia kufunua kwanza uelewe. Ujue utaratibu wa Mungu na mwanadamu ulivyokaa kwanza. Sura. Na katika utaratibu utakuja kunielewa ninapokuambia utawala wa mwanamke ndio utawala wa sasa, wa maisha ya sasa. Neno la Mungu kutoka Wakorinto. Kienda Wakorinto mlango ule wa 11. Kasoma kwa neema ya Mungu pale, utanielewa vizuri. Mungu mlango wa 11, Wakorinto wa kwanza mlango wa 11, anatufunulia. Ukiwekeza mstari wa 7 ukatazama, japokuwa anza kuanzia mstari wa kwanza pale, anaeleza msingi wa utaratibu wake hapa duniani, kwamba Mungu yuko hivi. Mwanaume, kichwa cha mwanaume ni Yesu Kristo. Kichwa cha mwanaume ni Yesu Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Kwa hiyo by hierarchy iko hivi: Yesu yuko hapa juu, Bwana na Mwokozi wetu, mwanaume anafuata. Kwa sababu kichwa maana yake ni nini? Ni lugha ya kumaanisha uratibu wa kimaamuzi wa mwanaume ni nani. Maamuzi ya mwanaume yanaendeshwa na Yesu. Mwanaume yuko hapa, kisha mwanamke yuko hapa chini. Kwamba mwanamke hapa chini anaratibiwa katika utaratibu na mwanaume, mwanaume anaratibiwa katika utaratibu na Yesu. Yesu Kristo ndiyo kichwa cha mwanaume, mwanaume ndiye kichwa cha mwanamke. Ndivyo Mungu alivyopangilia mambo yake hapa duniani. Lakini kwa habari ya utukufu ni tofauti. Utukufu akaweka kwamba Mungu yeye utukufu wake unaanzia wapi? Unaanza na mwanamke, na uanzi na mwanaume kwanza. Utukufu uko kwa mwanamke. Mwanamke utukufu alio nao ni fahari, na ndio utukufu wa mwanaume. Na utukufu alio nao mwanaume ni fahari ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo it goes that way. Huku kwenye kichwa Yesu Kristo, mwanamume, mwanamke. Kwenye utukufu mwanamke atukuzwe, akitukuzwa mwanamke, ule utukufu anaopata unamtukuza mwanaume. Ule utukufu unavyokuwa ndani ya mwanaume na maisha ya mwanaume yanapotukuka, yanamtukuzwa Mungu Baba. Kwa maana utukufu wa mwanaume ni mwanamke, na Mungu amemuumba mwanaume kwa mfano wake na mfano wa utukufu wake. Ndio neno la Mungu linatuambia pale Wakorintho wa kwanza mlango wa 11. Utukufu wa mwanaume ni mwanamke, na yeye mwanaume ni mfano wa Mungu na utukufu wake. Kwa Mungu anapata fahari,
anatukuzwa pale mwanaume anapoenenda vizuri duniani na kutukuzwa, na mwanaume anafurahi na kupata fahari pale mwanamke anapotukuzwa. Ndio utaratibu, na ndio maana Mungu anapokuja duniani, yeye ni kichwa cha mwanaume, sio kichwa cha mwanaume na mwanamke. Yeye ni kichwa cha mwanaume. Ndio maana anamuita Adamu, na yeye na Adamu wanaongea azifu hakuna mtu mwingine, sababu utaratibu ni Adamu ndio aende akamlete Hawa. Pasipo Adamu kumleta Hawa, Hawa ipo kwenye question. Roho Mtakatifu akusaidia hapa. Endelee pale kwa mstari wa 11, anakuja Mungu akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usile? Now this is a very interesting thing here. Mungu anamuuliza ni nani aliyekuambia uko uchi? Badala Mungu amwambie, je, ni shetani amekueleza uko uchi? Je, ni mwanamke amekueleza uko uchi? Anamuuliza, je, umekula matunda ya mti niliyokuambia usile? Kwa sababu kama kuna sauti ndani yako inayokuambia uko uchi, Mungu anachosema pale ni kwamba sauti iliyowekezwa ndani yako inayokuambia uko uchi, hiyo sauti mimi naijua kama Mungu, iko ndani ya tunda, haiko pengine. Kwa hiyo lile tunda, je, umelila? Kwa sababu ndani ya lile tunda ndio kuna sauti inayokuambia uko uchi. Na kwa nini anamuuliza hivi? Kwa sababu huyu jamaa Mungu akimtazama amevaa majani. Usisahau pale ameshona majani, amevika majani. Lakini huyu jamaa ijapokuwa ameshajivika majani na kujifunika, bado anamwambia Mungu niko uchi. Kwa Mungu anachoona ni kwamba huyu jamaa si maisha aliyo nayo, si utaratibu alio nao nje ndio unamsumbua, ni sauti iliyoko ndani. Sababu jamaa ametengeneza. Adamu baada ya kufahamu pale mstari wa 7, Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 7. Baada ya kufahamu, na Roho Mtakatifu akusaidia sana. Baada ya kufahamu ya kuwa yuko uchi, alitengeneza majani, akavaa na mke wake. Lakini hapa anamwambia bado niko uchi. Ndio maana Mungu anamuuliza, ni nani huyo aliyekuambia? Ni sauti gani iko ndani yako? Na hiyo sauti mimi naitambua iko ndani ya tunda. Je, umekula lile tunda? Ndio maana hiyo sauti iko ndani yako. Mstari wa 12, Adamu akasema, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Adamu akamjibu by protocol kabisa Mungu kwamba sasa namleta yule mwanamke ambaye mimi ndio kichwa chake. Huyu mwanamke na sijui kwa nini madhabahu tofauti na watumishi tofauti wamekengeuka wakaanguka kwenye mstari wa kudhani Adamu hapa alijibu katika tafsiri ya kumchukia mke wake. Kwa sababu Adamu aliweka neno la kuonesha mwanamke wangu nampenda. Alisema huyu mwanamke uliyenipa niwe pamoja naye. Ile neno ya kuweka pamoja nami, uliyenipa awe pamoja nami, awe pamoja nami, linatuonesha bado alikuwa katika umoja na mke wake. Bado alikuwa anampenda mke wake to this point. Wala walikuwa hawajafarakana, wala hawajagombana pale. Neema Mungu ikusaidie sana. Akasema, akamwambia Mungu, huyu mwanamke uliyenipa, kwa sababu kweli ndio umenipa, niwe pamoja naye, ndiye aliyeniletea hili tunda. Na tatizo Mungu, hii sauti, okay, umeniuliza kuhusu tunda. Tatizo nilionayo hapa na hii sauti iliyo ndani yangu ilitokana na tunda nililopewa na mwanamke. Kwa hiyo mimi nimemaliza kama Adamu nafasi yangu. Mimi nililetewa na mke wangu, na huyu mke aliniletea na nikapokea, kwa sababu yeye ndiye utukufu wangu. Kama wewe Mungu utukufu wako ulivyo ni mimi Adamu, na mimi utukufu wangu na fahari yangu ni huyu mwanamke. Ndio maana alipomuona mara ya kwanza, alipoamka kwenye usingizi mzito, alisema huyu ni mifupa ya mifupa yangu, damu ya damu zangu, damu ya damu yangu, naye ataitwa mwanamke, maana ametoka kwangu. Ni fahari ya mwanaume. Kwa hiyo fahari yangu iliniletea, nami nikafurahi nikala. Kisha Mungu anaachana na Adamu, kwa sababu kuna watu wanadhani hii kesi ilikuwaga ni ya Adamu. Hapa Mungu anafunga mlango na Adamu. Mstari wa 13, Bwana Mungu akamwambia mwanamke. Angalia tofauti ya Adamu na Hawa. Kwa hiyo nataka uone hapo, tuko mstari wa 13 sasa. Roho Mtakatifu akusaidia. Anasemaje? Kwa sababu Adamu amemalizana naye, sasa anakuja kwa Hawa. Angalia utofauti wa anavyomuuliza Hawa na alivyomuuliza Adamu. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilofanya?
what is this that thou has done? Yani hili lote ninaloliona duniani nilivyoingia wakati wa kupungua jua, mwanamke, ni nini hili ulilofanya? Kwa sababu the action was centered na mwanamke, sio na Adamu. The action was centered na mwanamke, sio na Lucifer. What is this thou has done? Ni nini hili ulilofanya? Kwa sababu the action was centered kwa kwake mwanamke, na Roho Mtakatifu akusaidie sana. Kwa sababu usipoona haya mafunuo hapa na usipofahamu hivi, hutojua issue nzima ya pale Eden ililala wapi. Sababu kuna wengine wanadhani issue ililala kwa Lucifer, na wengine wakaja kiroho wakadhani issue imelala kwa Adamu. Adamu hana kesi na Lucifer yoyote. Nikusaidie tu kwa neema ya Mungu, hana kesi yoyote na Lucifer. Neema Mungu kusaidie. Tuone hapo ni nini hili ulilofanya. Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Sio nyoka amenifanya nimefanya hili nililofanya. Hapana, nyoka alinidanganya, lakini kula nilikula mimi. Nyoka alinidanganya, ila kula nilikula mimi. Kwa hiyo hakumdanganya Mungu, wala hakutengeneza shortcut. Alimueleza Mungu ukweli, kula nimekula mimi, lakini ushawishi wa uongo ulitokana na Lucifer. Sasa nikusaidie ili uelewe. Turudi pale, nikwambia tutaanza mstari wa 4. Turudi pale juu, Mwanzo 3 pale juu, tuone nyoka katika msingi wake. Tuone nyoka ushawishi wake ni hupi na uongo wake ni hupi, alafu tuone kwa nini Hawa anakubali kuwa yeye ndiye aliyefanya, sio Lucifer. Kwa nini anakubali? Mstari wa 4, neno la Mungu linasemaje? Mwanzo mlango wa 3, tutasoma ule mstari wa 4 na wa 5 na wa 6, na utaona hichi kitu, na neema ya Mungu kusaidia. Roho Mtakatifu akujenge hapo. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Cha kwanza alichomwambia baada ya kumuuliza kuhusu mti pale, habari ya miti, akamwambia nyoka, akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. He shall not surely die. That's the first statement. And we know uhalisia wa Adamu na Hawa waliokuwa nao, walikuwa hawawezi kufa. Kwa nyoka hakumdanganya. Nyoka hakumdanganya, alimwambia hakika hamtakufa. Kwa sababu kweli Adamu na Hawa waliumbwa katika mfumo wa kutokufa. Kwa nyoka alimwambia ukweli uliopo machoni mwake kwamba hakika hamtakufa. Mimi najua. Nyoka aliwaambia mimi najua hakika hamtakufa, kwa sababu wengine wote sisi uwezekano wa kufa upo, lakini nyinyi mlivyoumbwa hakika hamwezi kufa. Ndivyo Mungu alivyoumba. Kuendana na perspective na mtazamo wa Lucifer, hakumdanganya. Na ndio ukweli uliokuwa mezani kwa wakati huo. La pili, mstari wa 5. Kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho. Angalia, la kwanza, siku mtakayokuwa, Mungu anajua. Hakusema mimi ninajua Lucifer. Hapana, hakujiweka pale. Alisema hakika Mungu ndio anajua. Kwa hiyo hakumdanganya pia. Mungu anajua. Hakusema mimi Lucifer hakika najua. Alisema kwa maana Mungu anajua. For God does know. For God does know. Not me. For God does know. Mungu anajua kwamba siku mkila matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho. Na kweli baada ya kula, mstari wa 7, walifumbuliwa macho. Kwa hiyo pia hakumdanganya. Kufumbuliwa macho ni kweli, walifumbuliwa macho. Hakumdanganya. Hakika akamwambia mtakao kula matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho. Tuko mstari wa 5 pale. Nanyi mtakuwa kama Mungu. Ndio la pili. Mkijua mema na mabaya. Mtafumbuliwa macho kweli. Mstari wa 7 wakafumbuliwa macho, tunaona. Na hapo katika kufumbuliwa macho wakajua wako uchi. Kwa hiyo kufumbuliwa, walifumbuliwa macho. Na hakumdanganya kwa habari ya kufumbuliwa macho. Nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Ni kweli pia. Walikuwa kama Mungu wakijua mema na mabaya. Kuwa kama Mungu kulitimia. Kusaidia uone. Mlango huu, Mwanzo mlango wa 3. Huu mstari wa 22. Neema Mungu ikusaidie uone pale. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 22. Neno la Mungu linasemaje? Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu. Kumbuka ni Roho Mtakatifu, fikra za Mungu ambazo ni Yesu Kristo, na Mungu Baba ambaye ni pendo, ndio wanaongea hapa. Sio kazani ni Mungu na malaika. Ni Mungu, ni yeye mwenyewe ndani yake katika nafasi zake 3 akiongea. Nafsi yake ambayo ni fikra zake kama tulivyo sisi, alivyotuumba kwa mfano wake,
ambaye ni Yesu Kristo, roho yake ambaye ndio Roho Mtakatifu, afu mwili wake ambao ndio upendo, utukufu wake. Katika nafasi zote anaongea, anasema hakika basi mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Yaani mfumo wa kujua mema na mabaya, amekuwa kama mmoja wetu. Kwa hiyo ni kweli Lucifer hakumdanganya, alimueleza utakuwa kama Mungu ukijua mema na mabaya. Kwa hiyo ni kweli. Na sasa asija akanyoosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Mungu akamuonea huruma mwanadamu kwamba ijapokuwa mwanadamu amekuwa kama mmoja wetu, lakini mwili wake ni wa udongo, na mwili wa udongo si sawa na mwili wetu. Mwili wa Mungu Baba ni utukufu na ni pendo. Ndio maana yeye mema na mabaya hayamtafuni, bali anaweza kuyaishi na yanatimilika ndani yake. Lakini sisi huu mwili wa udongo hauwezi kuhimili. Kwa hiyo ujuzi wa mema na mabaya unasababisha decay, decomposition. Decomposition, kwa wale ambao ni wanasayansi watanielewa kidogo, life shell ya mwanadamu, cell za mwanadamu, lifespan ya shell ya cells za mwanadamu ina experience decomposition. Ndio maana mtu anazeeka, kisha mifumo fulani inaanza kufeli, kisha baada ya muda anakufa, ukiongelea natural death, kwa sababu udongo huwa hauwezi kuhimili ujuzi wa mema na mabaya, na ameruhusu yameingia. Kwa Mungu akamuonea huruma. Ndicho alichokuwa anaonesha hapa. Turudi sasa pale mstari wa 5. Tuangalie. Kwa tumefahamu ya kuwa msingi wa kwamba kujua mema na mabaya, Lucifer alimwambia mwanamke utakuwa kama Mungu ukijua mema na mabaya. Ni kweli. Katika kula amejua mema na mabaya na amekuwa kama Mungu. Msingi wa kumwambia hakika utakufa, katika nadharia ya muda ule akimweleza, ni kweli kwa mwanadamu alikuwa haizi kufa. Kwa hiyo msingi wa uongo wa Lucifer uko wapi sasa? Kwa nini mwanamke anamueleza Mungu? Hawa anamueleza Mungu. Mungu anamuuliza ni nini hili ulilofanya? Anamwambia Shetani, Lucifer amenidanganya nikala, ndio nilichokifanya, nimekula. Uongo wa Lucifer uko wapi? Sasa angalia pale mstari wa 3. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 3. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyaguse msije mkafa. Uongo wa Lucifer haupo katika taarifa aliyompa, bali katika taarifa ambayo hakumshirikisha. Nikusaidie kama nabii mbele yako. Lucifer alimficha mambo mawili makubwa Hawa, na ndipo alipomdanganya. Alimwambia hakika hamtakufa. Ni kweli uwezo wa kufa haukuwa ndani yao, lakini hakumweleza akila lile tunda hakika kufa atakufa. Hicho cha kwanza. Cha pili, hakumweleza kwamba ujuzi wa mema na mabaya utakufanya kuwa kama Mungu. Ni kweli, lakini alimficha taarifa ya kwamba Mungu mwili wake sio kama mwili wako wewe. Wewe mwanadamu mwili wako umetokana na udongo. Mwili wa Mungu sio udongo. Haya ndio mambo mawili aliyomdanganya. Ndio maana anasema alinidanganya nikala. Kwamba alinificha taarifa fulani nikala. Katika kujua ujuzi wa mema na mabaya, Lucifer hakumweleza kitu cha tatu hicho. Hakumweleza mwanamke the outcome. Na ndio maisha yako hata wewe. The devil is not telling you the outcome ya mpango mkakati anaokupa saizi. Anakueleza tu sasa unataka binti unataka mwanaume mwenye fedha. Unataka mwanaume mwenye fedha. Nikwambie, vaa vizuri, pendeza. Kila siku jitahidi kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 6. Nenda pale Serena, nenda pale Four Seasons, nenda hoteli fulani, nenda Hotel Verde pale, kakae muda wa breakfast, kula, watapita ma CEOs, watapita nani, watu wenye wasifa, watakuona, utapendeza, watavutiwa na wewe. Anakupa mpango mkakati. Asichokueleza ni na ushawishi wake, asichokufungulia ni kwamba the outcome ya utakachokifanya hakuelezi. Kwamba watu wale wenye wazifa, utukufu walio nao ni fahari ya utukufu wa mwanamke aliyepo kwenye maisha yao. Kwa hiyo unavyowaona pale, ujue awe ameoa ama hajaoa,
tayari ana mtu moyoni mwake ambaye ndiye mwanamke wake, na ndiye anayesababisha utukufu unadhihirika kiasi cha wewe kumuona ana fedha. Ujue usijue na kueleza kama mwanamke, ujue ili ama ulikuwa hujui na kueleza kama nabii, ndivyo mwanaume anapofanikiwa. Kitu chema cha mwanaume kinachompa fahari, yani kinachompa utukufu mwanaume kimewekezwa kwa mwanamke, kwa sababu utukufu unaanza na mwanamke. Mwanamke anasababisha mwanaume atukuzwe, mwanamume anamsababisha Mungu atukuzwe. Ndivyo utukufu ulivyo. Mungu ikusaidie sana. Sasa kwa sababu hakuelezi hicho kwenye maisha yako, unaenda unajiingiza kwenye maisha ya mwanaume ambaye ana mwanamke wake rasmi. Wewe unakuwa hawara. Hakuelezi hayo. Anakushawishi katika uzuri wa wale unaotafuta. Hakuelezi outcome ya yale mengine. Kuna mtoto umekaa hapo unahangaika, anakushawishi kwamba kuna uwezekano wa kwenda kupata mtoto ukienda kwa Kalimanzira, ukienda ukafanya uchawi fulani, ukafanya uganga na uaguzi fulani na ushirikina fulani. Asichokueleza ni kwamba mtoto huyo hana roho iliyotoka kwa Bwana, kwa sababu hakuzaliwa kwa mapenzi ya Mungu bali kwa tamaa za mwanadamu. Kitabu kile cha Yohana mlango ule wa kwanza kabisa mstari wa 12, aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu wale waliaminio jina lake. Kisha mstari wa 13 unasemaje? Wale waliozaliwa kwa mapenzi, si kwa mapenzi ya mtu, si kwa tamaa za mwili. Kwa hiyo kuna wanaozaliwa kwa tamaa za mwili na mapenzi ya mtu, ambao hawa miili umeenda kutengeneza, ukakabidhi roho, umempa jini, umelipa pepo, familia spirit umeipa mwili aweze kuishi duniani. Hakuelezi hicho, anakueleza utamu wa sasa. Hakuelezi madhara ya hatima yako wakati anaenda kukutengenezea irizi. Anakutengenezea kitu chako cha kufunga kiunoni, cha kufunga mkononi. Anapokutengenezea maji ya maiti ukamwage na kudekia dukani kwako ili fedha zije. Anakueleza tu uzuri wa kupata ile fedha, ila hakuelezi in outcome. Wakati unadeki na maji ya maiti, unachoalika ni nini? Unaisababisha ardhi ya lile eneo ifunguke, mapepo yaweke kambi pale. Kwa hiyo yenyewe ndio yanaenda kukutafutia wateja, na kwa sababu yamekaa pale yatakuletea wateja, lakini na yenyewe mapepo yana maisha yao na yana ajenda zao. Kwa hiyo ili duka lako litakuwa la kutimiza ajenda zao. Hakuelezi upande huu. Ni mama, Mungu kusaidia sana. Ndio mama yetu anamwambia Mungu kwamba alichonidanganya, amenieleza utamu wote, lakini hakunieleza the consequences. Ndio uongo. Kisha anasema nikala, mimi ndio nikala. Ndio hawa anachosema mimi ndiye nikala. Sasa unajuaje kwamba kwa nini anasema mimi ndiye nikala? Mstari wa 6, Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Ameshaelezwa hizo taarifa zote, lakini wewe ndio aliona wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumeo akala. Mwanamke alifanya kitu kiko hapo kizito sana, na kama nabii nataka ukielewe kama binti Sayuni. Nataka ukifahamu na Roho Mtakatifu akusaidie sana. Mwanamke alishawishiwa lakini hakulazimishwa. Aliingia katika mfumo binafsi wa kwake. Na Roho Mtakatifu akusaidie. Aliingia kwenye mfumo wake binafsi, akatengeneza hukumu ya jambo lile. Kwamba aliutazama lile tunda, akaona lafaa kwa chakula kwanza. Yaani likija mdomoni halitadhuru mdomo wangu wala halitadhuru mwili wangu. Akajenga hukumu katika lafaa kuliwa ama halifai kuliwa. Akasema lafaa kuliwa. Akalitazama, akaona lapendeza kwa macho. Ni kitu cha kuvutia hichi kitu. Kwamba hichi kitu hakiaksi. No. Katika hukumu ya ndani nimefahamu hichi chavutia. Kisha akaona kwamba lina matamanio, linatengeneza matamanio, linatamanisha, ni la kutamanika katika ujuzi wa maarifa. Maarifa. Akaona katika vipengele vitatu. Kisha akafanya hukumu yake binafsi bila kusaidiwa. Binafsi. Kwamba hukumu yangu ni kwamba nakula na mume wangu namlisha. Kwa sababu hakuna mahali Lucifer alimueleza wala alimshawishi mwanamke akampe mwanaume tunda. Hakuna.
Yeye ndiye alifanya hukumu kwamba ninakula na nikimaliza kula mimi binafsi, yani Hawa katika nafasi yake, nampelekea mume wangu naye akala. Na uhakika kabisa kuendana na maandiko na mafunuo ambayo Roho Mtakatifu anatufunulia, Hawa hakumueleza msingi wake Adamu, hakumueleza. Ndio maana hatuoni conversation kati ya Adamu na Hawa ya kula tunda. Alifikisha akamwambia bana, hii kula. Baada ya kula akafumbuliwa macho, ndio anafahamu ni tunda lile. Ndio tunachokiona kwenye maandiko. Sasa hii taswira ndio inamsababisha Mungu anamuexclude Adamu kuanzia asili kwenye kesi ya ulimwengu. Anamuexclude Adamu kwenye mfumo walilotokea. Anamtazama mwanamke kwa sababu ni nini hili ulilofanya? Aliulizwa mwanamke. Ukishuka pale chini kwa neema ya Mungu utaona wakati Mungu amemaliza kumwambia ni nini hili ulilofanya, mstari wa 13, ni nini ulilofanya mwanamke, ghafla anaenda mstari wa 14 kwa nyoka. Hamuulizi swali nyoka. Nyoka anaanza adhabu, yani kwamba nimesikiliza, mimi ni Mungu mwenye haki, nimesikiliza, mko mbele zangu kwenye kiti changu cha sheria, nimesikiliza taarifa zenu zote. Nyoka hakuna cha taarifa, anaanza na hukumu direct, anamhukumu nyoka. Lakini katika ile hukumu nataka ukione kitu fulani pale ambacho ndio kinakueleza utawala wa mwanamke. Mstari wa 14 anaanza kumhukumu nyoka. Nataka tuone mstari wa 15. Mstari wa 15, Mwanzo 3 mstari wa 15 anasemaje? Nami nitaweka uadui kati ya huyo mwanamke na wewe, kati yako na huyo mwanamke, kati yako na huyo mwanamke nitaweka uadui. Huu haukuwepo. Hakusema nami nitaweka uadui kati ya wewe nyoka na Adamu, wala wewe nyoka na Adamu na Hawa. Hapana, naweka uadui kati yako wewe nyoka na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako wewe nyoka na uzao wa huyo mwanamke. You have to understand this, na Roho Mtakatifu akusaidia. Kesi ya Mungu iliisha ikiwekeza uadui kati ya mwanamke na Lucifer, na uzao wote utakaozaliwa kwa Lucifer na uzao wote utakaozaliwa kwa mwanamke. Kisha akasemaje? Wewe utaponda kisigino chake, utakigonga kisigino chake, naye ataponda kichwa chake. Kwamba it will be a fair game, kila mmoja ataweza kumfanyia mwenzake madhara. Na neno la Mungu la pale liloko pale kuhusu kuponda, anasema utaponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Neno kuponda la asili la Kiebrania ni shush, SHUH, shuf, SHUPH, shuf, ndio neno la Kiebrania pale, kwa neema ya Mungu. Na hili neno linamaanisha bruise, sio kuponda exactly, ni bruise. Kubruise ni kukwaruza, ndio kinachobaadishwa pale. Neno la Kiebrania lililoko pale la asili ilikuwa ni kukwaruza, kwamba wewe Lucifer nyoka utaweza kukwaruza kisigino chake. Ndio maana hakuna anaweza kumuua mwenzake in completeness. No matter unajua kuomba kiasi gani, no matter una mamlaka kiasi gani, you cannot kill the devil. The devil will live until the time God decides. Na ameziweka hizo nyakati na ametufunulia kama wanadamu kwamba nyakati zitakapofika yeye ndo atamuua. Huwezi kumuua Lucifer, wala mwanamke hawezi kumuua Lucifer, wala watoto wa mwanamke hawezi kumuua Lucifer, ila they can bruise, wana uwezo wa kumkwaruza na kumpa maumivu Lucifer. The same way Lucifer hawezi kumuua mtoto wa mwanamke, wala hawezi kumwangamiza mwanamke, bali anaweza akamdhuru, akambruise mwanamke kisigino chake na utawala wake. Sasa the difference, kama nabii nikusaidie, kumbuka kichwa ni kitu ndio mfumo wa fikra na mfumo wa kujiratibu. Akipondwa kichwa, akibruziwa, akiumizwa kichwa, ameumizwa sehemu ni nyeti sana. Lakini sasa ni kisigino. Mwanamke ni kisigino. Kisigino kwa mfumo thabiti ni kwamba ameumiza kitu kidogo sana. Unaweza ukajikwaa ukaumia kisigino na maisha yakaendelea, lakini uwezo ukaumia kichwa ukasema maisha yanaendelea. It's a very sensitive place.
The only advantage aliyoweka kwamba huyu anapigwa kichwa, anapigwa kisigino. Kwa mwanamke na uzao wake, they are bit in a secured position. Neema Mungu ikusaidie sana. Mwanamke ana uwezo wa kujidhatiti, kujihifadhi, ukihifadhi kisigino chake. Ila kichwa ni sehemu ambayo ni sensitive, afu haiwezi kuhifadhi. Sijai kuona nyoka amevaa helmet katika tembea yangu yote ya maisha. Lakini nimewahi kuona watu wengi sana katika miguu yao wamevaa viatu. Na vile viatu hata nyoka akijaribu kung'ata haiwezi kung'ata. Neema Mungu ikusaidie. Na tutaka kuwekezea pale uone kwamba kesi ya Mungu iliisha, kuna uadui. Si wa Adamu. Adamu pale chini utaona wakati anapewa adhabu yake alifarakanishwa na ardhi. Ndio Adamu kilichofarakanishwa kati yake. Ardhi na Adamu vilifarakanishwa, yani akimaanisha huu mwili Adamu ulio nao umetengenezwa kwa udongo. Na huu udongo ninaofarakanisha na wewe, kwa hiyo nafarakanisha mwili wako na roho yako. Ndio maana anasema siku zote roho hii radhi ila mwili ni dhaifu, kwa sababu mwili huu ulifarakanishwa. Na Yesu Kristo ndio alichokuja kukifanya. Alipoiachilia damu yake takatifu, alirejesha ushirika na akarekebisha kesi ya Adamu na ardhi. Kesi ya mwanamke na Lucifer haikufutwa, iko pale pale. Tena anachoongeza Yesu anasema nimewapa mamlaka ya kuponda nyoka na nge. Yaani naongeza silaha nyingine ndani ya ile kesi yenu, mwanamke na uzao wako. Naongeza uweza kwako, muweze tena kupiga zaidi huyu mwovu. Neema Mungu ikusaidie sana. Huo ndio utawala wa mwanamke ulipoanza, na Mungu ndio alileta pale kwamba huyu mwanamke sasa ana ukorofi na anakorofishana na huyu Lucifer. There will be two ways. Na watoto wake. Sasa Lucifer kwa bahati mbaya hana watoto aliowazaa zaidi ya mmoja. Ukienda kitabu cha Yohana mlango ule wa 8 mstari wa 44 utanielewa. Wakati Yesu anaambia nyie ni wa baba yenu Ibilisi. Maana yeye hana kweli ndani yake. Tangia asili hakuwa na kweli ndani yake. Na yeye ndiye baba wa huo uongo. Yeye ni muongo na ndiye baba wa huo uongo. He is the father of lies. He lies and he is the father of lies. And he is a liar. Hapakuwamo kweli ndani yake tangia asili. Huyo ndio mtoto pekee ambaye tunamfahamu Lucifer amezaa. Vingine vyote Mungu ndiye abadilishaye malaika wake kuwa pepo. Sio kazani Lucifer ndo anafanya mapepo. No, Mungu huabadili malaika wake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miale ya moto. Kwa hata mapepo ambayo Lucifer anawatumia, Mungu ndo alibadili malaika zake akawabadili kuwa mapepo katika transgression zao. Ndio Lucifer alipojipatia. Hata wanadamu wanaomtumikia Lucifer, ukienda katika kiini, kuna vitu wanataka na wameona Lucifer anaweza kuwasaidia kupata. They don't want Lucifer. Na wale wengine anaowapumbaza ni wanadamu wa Mungu, yeye anaenda anawashawishi. Lakini sio wa kwake, hajawazaa yeye. Kitu pekee alichokizaa ni uongo. He is the father of lies. Kwa hiyo uongo utashindana siku zote, nikikuwasaidia kama nabii hapa. Kwamba Mungu anasema na uadui ninaweka kati yako wewe nyoka na mwanamke, na uzao wako na uzao wake. Na maanisha kati yako wewe mwanamke na uzao wa mwanamke, the matrilineal lineage of mankind. Kwa sababu ninavyosema uzao wake, kuna watu wanadhani labda ni watoto wote tuliozaliwa kwa sababu wote tunatoka kwa Hawa. Wote si ni uzao wa Hawa? Hapana. We are not all descendants of Eve. We are not all matrilineal. There is a patrilineal lineage, uzao ambao unatathminika upande wa kiume, na kuna uzao unaotathminika upande wa kike. Uzao wa mwanamke na kuna uzao wa mwanaume. Sasa utaenda hapo mbele nitakufunulia, utaelewa. Utaelewa vizuri. Na nyakati hizi ni za utawala wa uzao wa mwanamke, utaelewa. Na kwa nini binti Sayuni anatafutwa sana kwa neema ya Mungu. Lazima ufahamu mwana wa Mungu, na Roho Mtakatifu akusaidie sana. Wadui uliowekezwa ni in the matrilineal lineage of mankind. Uzao wa mwanamke. Nimekuonesha kuanzia hapo mwanzo Mungu hakuwa anaongea hii lugha. Hata ukienda kumwangalia wakati Adamu anapewa adhabu, kuanzia Mwanzo mlango ule wa 3 mstari wa 17, hamwambii na nchi inalaaniwa kwa ajili yenu. Mungu alikuwa anatofautisha nchi kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala tunda nililokuambia usile. Nchi imelaaniwa kwa ajili yako wewe. It was an
two people's mistake, but they faced consequences individually. Uadui haukuwekwa katikati ya watoto wa Adamu na Hawa, uliwekwa katikati ya watoto wa Hawa. Sasa kwa mtu ambaye hajui mafunuo na kanisa lililokosa mafunuo, hiki kitu ni kipya, completely new. Takufunulia hapo mlango wa 4 na mlango wa 5, and you'll just notice the matrilineal lineage of life, and the patrilineal lineage ya sisi wanadamu. Neema Mungu ikusaidie sana na kutengenezea misingi hapa thabiti. Usisahau Efeso 2:20 nasema, nanyi mnajengwa na mitume na manabii. Katika misingi ya mitume na manabii, foundations of prophets and apostles, na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu. He is the chief cornerstone. Na kujenga ndani ya Yesu Kristo, kwa sababu ndio kazi yangu kama nabii na kama mtume kwa kizazi cha mwisho, kukueleza mambo tofauti ninayoyajenga mapya ndani yako. Neema Mungu ikusaidie sana. I'm a prophet to the last generation. Neema Mungu ikusaidie sana misingi hii kujenga. There is a matrilineal lineage, ndio anayoeleza hapa. Na hii matrilineal lineage ina conquest battle, a conquest battle na Lucifer na uzao wake, ambao uzao wake ni uongo. Yaani uongo utapambanaga na watoto wa mwanamke daima, na watoto wa mwanamke watapambana na uongo daima, na mwanamke atapambana na Lucifer daima, na Lucifer atapambana na mwanamke daima. Hicho Mungu anachosema. Nani hii sio wao walichagua, ni Mungu ameamua kuwekeza. Kwa hiyo neno lake alimrudibu, lazima litimize aliyotumefanya. It's an investment done by God, not by the woman, not by Lucifer. Huu ni uwekezaji wa hukumu ya Mungu. Sasa mtu anapata pale maswali, oh prophet, now you say matrilineal lineage, ikoje na iko wapi hii? Na Roho Mtakatifu akusaidia. Na kionaje kizazi hiki cha mwanamke na cha mwanaume? Twende pale mlango wa 4. Mwanzo mlango wa 4 ule mstari wa kwanza. Taona siri pale. Alafu tutaenda Mwanzo mlango wa 5, kitabu cha vizazi vya Adamu. Alafu taona tena siri nyingine pale. The matrilineal lineage tunaiona wapi? Uzao wa mwanamke tunauona wapi? Mwanzo mlango wa 4 mstari wa kwanza. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba. Sasa mimba tunajua hapati mwanaume. Kuna wale wanaosoma Biblia ya Kiswahili, mimba anapata mwanamke. Naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema huyu naye akapata mimba. Huyu naye aliyepata mimba ni Hawa. Akamzaa Kaini, aliyezaa ni Hawa. Akasema ni Hawa, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Ni Hawa anasema. Kwa wanaosoma Biblia ya Kiingereza, it's easier because it changes the pronouns. The pronouns he and she zinatumika, inaonesha zile kwamba ni mwanaume ama ni mwanamke, inaeleza. Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have begot a man from the Lord. She said, yeah. Akaongeza akamzaa nduguye Abili. Kisha baada ya hapo unaona yanaelezwa maelezo ya Kaini alikuwa nani na Abili alikuwa nani. Watoto wa nani? Wa Hawa. Aliwapa majina ni nani? Hawa. Ni Mungu akusaidia. Sasa utaona nini? Habari inayoendelea pale ni habari ya sadaka kwa mzaliwa wa kwanza wa haki wa Hawa, Kaini, akipewa mlango kwamba kwa sababu ndio mzaliwa wa kwanza wa dunia awe na mlango wa kupatanishwa na Bwana kama limbo. Hakuelewa maelekezo, na alipoyaelewa hakutaka kuyafuata, akamshirikisha na mdogo wake, wakatoa sadaka ikawa ndivyo sivyo upande wa Kaini. Mungu akamuita, akampa nafasi, wakazungumza, akamwambia yakupasa uishinde dhambi. You should rule over sin because dhambi iko malangoni na inakutaka sana wewe, sio inataka wanadamu, inakutaka sana wewe Kaini, ila yakupasa uishinde. Tena kwa Kiingereza inasema kwa you have to rule over it. Ndio Mungu anachotaka. It is already here, but you have to rule over it. Guess what? Kaini akatuonesha moyo wake haukuwa na hofu wala ulikuwa umuogopi Mungu. Akaua ndugu yake, na baada ya kuua akamwambia kwani Mungu mimi ni mlinzi. Bora hata baba yake alipofuatwa na Mungu alimuuliza Mungu, uko wapi Adamu? Baba yake akamwambia, Adamu akasema, oh Mungu, nalisikia sauti yako kweli, nikajua niko uchi kweli, nikajificha kweli.
Alimjibu with full humility. Kaini anaulizwa, ndugu yako yuko wapi? Akamwambia, kwani mimi ni mlinzi? Uliniweka kwa mlinzi wa ndugu yangu? Am I the keeper of my brother? Ni kwamba wewe sikuogopi na nililofanya siogopi chochote. Ndio moyo wa mzaliwa wa mwanamke wa kwanza ulikuwa hivyo. Abili naye akashuka katika udongo, ikawa ndo damu ya kwanza yenye kunena ndani, ikinena mambo mema. Inapokuwa mambo hayo mema, damu ya Yesu Kristo inakuja inanena mema kuliko hayo ambayo Abili anayanena. Hao ndio wazaliwa. Sasa ukienda mbele, unakuja unaona kuanzia mstari wa 17 anazaliwa Seti. Neema Mungu ikusaidie sana. Na kabla ya hapo unakiona kizazi cha Kaini, kwa sababu Abeli, kati ya wazaliwa wawili, the matrilineal lineage of mankind, wazaliwa wawili wa mwanamke, Abeli alikufa, kwa hiyo Kaini akabaki. Kaini anakuja anapata mtoto Enoki baada ya kumwomba Mungu udhuru katika adhabu yake. Akamwambia, hii adhabu ni kali sana, kila atakayeniona katika dunia ataniua bure. Akamwambia, hutouawa, na atakayekuua nitamrudishia mara 7. Akamwekea alama Kaini. Kaini akaenda akaendelea na maisha, akamzaa Enoki, akaita mji Enoki, akaendelea na maisha, akapata watoto Enoki, akaongezeka mpaka akaja akazaliwa Lameki. Lameki wa upande wa Kaini, ambaye ndo alikuwa nabii wa kwanza wa uongo duniani. Yule nabii Lameki alifanya unabii wake, akaenda akaua mtu sababu alishindana naye, na katika ile jambo akaja akawaita wake zake wawili, akawaambia, kama babu yangu Kaini, Mungu alimtamkia, alimshuhudia kuwa atakayemuua atamlipiza mara 7. Mimi sasa nawaambieni, mimi Mungu atalipiza mara 770 mtu atakayeniua mimi. Akatoa unabii wa uongo. Tunamfahamu ndiye nabii wa kwanza, Lameki wa Kaini, sababu kuna Lameki wawili. Kuna Lameki wa uzao wa matrilinio na kuna Lameki wa uzao wa patrilinio. Hivyo hivyo hata Enoki. Enoki, kuna Enoki mzaliwa wa the matrilineal lineage na kuna Enoki nabii wa kwanza wa the patrilineal lineage. Neema Mungu ikusaidie, kwa sababu hapa nafunua mambo mengine ya kimsingi sana ya maisha ya mwanadamu, in full history and archaeology of mankind. Na kufunulia ile neno la kimaarifa hapa, na kufunulia Roho Mtakatifu akusaidie. Huo ndio upande huo tunamuona Kaini. Kwa mstari wa 17 Mwanzo mlango wa 4 tunaona anakuja anazaliwa. Unaona mstari wa 17 unaona ndo kizazi cha Kaini hicho chote. Mstari wa 25 unakuja unamwona Adamu akamjua mkewe wake tena, akamjua mke wake tena, akazaa mwanamume, akamuita jina lake Seti, maana alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Abili kwa sababu ya Kaini. Unamwona Hawa tena anazaa mtoto, na Hawa anasemaje? Because this is kwenye pronouns, kwenye Kiingereza anapenda kwa sababu kinaeleza ni nani huyo anaongea, nani ndo anampa jina. Unamwona na and Adam knew his wife again, and she bare a son and called his name Seth. For God said she. For God said she. Yeye akasema mwanamke katika nafasi ya kumzaa Seti, kwamba huyu Seti Mungu amenipa mbegu nyingine kwa niaba ya Habili. Ndicho alichosema. Tena unaona mstari wa 26, nyakati za Seti alipoishi akazaa mtoto anaitwa Enos. Ndio watu wakaanza. Sasa hiyo niliwahi kufundisha kwenye habari ya nuru, ufalme wa nuru na ufalme wa ulimwengu, asili ya ufalme wa nuru na ufalme wa ulimwengu. Ufalme wa nuru ulizaliwa hapa kipindi cha Seti alipopata mtoto, mjukuu wa Adamu wa kwanza, Enos. Sasa hii ni upande wa unaona sura, mlango wa 4 unaona sura yote ikieleza in general. Sasa nakufunulia kuanzia mstari wa kwanza mpaka huu mstari wa 26, unaona familia ya the matrilineal lineage. The matrilineal lineage. Matrilineal lineage went with Cain and Abel. Abel died and the matrilineal lineage wanted, ikataka itengeneze maisha, kuyarudisha yarudi sawa. Kwa hiyo ikatafuta ijiungamanishe na uzao mwingine, ikampata Seti, ikasema ni kwa niaba ya yule aliyepotea. How do we see the patrilineal lineage? Mlango wa 5. Angalia sasa, mlango wa 5 una cheo chake, unaitwa kitabu cha vizazi vya Adamu. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu, ndio inavyoanza. Siku ile Mungu alipomuumba mtu kwa sura yake alimfanya. Mstari wa 2, mwanaume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu.
siku ile alipowaumba. Ndio kitabu hichi. Alafu angalia mstari wa 3 na kwanza. Very interesting. Adamu akaishi miaka 130. Akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamuita jina lake Seti. Adamu akazaa mwana. Angalia lugha inavyobadilika. Adamu akazaa mwana. Kizazi, the patrilineal lineage is here. Adamu akazaa mwana kwa sura yake na kwa mfano wake, kama Mungu alivyomtengeneza yeye kwa sura yake na kwa mfano. Akazaa mwana kwa sura yake na kwa mfano wake, akamuita jina lake Seti. Alafu unakiona kizazi chote. Kizazi hiki ingalikuwa ni kwamba matrilineal and patrilineal lineage is one, kizazi hichi kingeanza, kitabu hichi cha 5 kingeanza kitabu cha vizazi vya Adamu. Naye Adamu akamzaa Kaini na Abeli. Abeli akafa, akazaliwa Seti. Kaini na Abeli wamefutwa kwenye kitabu. They are not there. Hawapo kwenye kitabu cha vizazi, na Roho Mtakatifu ni precise. Kufanya vitu kwa kubahatisha. No coincidence. The Holy Spirit has invested this knowledge. Mafunuo haya hapa kukuonesha the matrilineal lineage was its own code, was its own accord. Na ndio maana hiki kinaanza kinasema Adamu akazaa. Na ndio utaelewa tulipotoka pale Isaya 4 mstari ule wa kwanza. Wanawake 7 wanaliomba jina la mwanaume, wanataka mwanaume azae awafunikie aibu yao, sio wao wazae. Hawa ni binti Sayuni waliofahamu kwamba dunia imeharibika. Nyakati hizi dunia imeharibika, tuna wazao, ndio tuna watoto, lakini hao watoto tunaowazaa sisi wanawake in our matrilineal lineage, we call ourselves good single mothers. Tumewafarakanisha watoto hawa na baba zao, kiasi kwamba mtoto yeye hajui chochote, habari yote ya kwao kwa baba yake, hajui uzaliwa baba yake chochote. Anachojua ni mama yangu na ndugu za mama yangu ndio anaowafahamu. Full stop. This matrilineal lineage is dangerous. Ndio wale binti 7 wanaposema, wanawake 7. They want to cover their reproach. Wanataka kuficha hiyo aibu ya kiroho na ya kimwili kwa kurudisha the patrilineal lineage kwa mwanaume ambaye ni mwanaume halisi. Ndio nyakati tulizopo. Binti Sayuni ndio uwekezaji wanaofahamu kwamba we want, tunataka ndoa, lakini ndoa takatifu. Tunataka watoto, lakini watoto kutoka katika mbegu takatifu ya Mungu, ili chipukizi la Bwana lichipuke lililo jema. We don't want to mix things. So here is the patrilineal lineage. Unaiona ya Adamu, na inaanza na Seti, na ndio hapa tunapata ufalme wa ulimwengu na ufalme wa nuru. Ufalme wa ulimwengu ulikuja kutoka kwa Kaini, kwa sababu Abeli aliondoka duniani, aliondolewa duniani. Ufalme wa nuru ulianza na Seti, and it goes all along. Sasa umeelewa nafasi ya uzao wa mwanamke, na huu uzao wa mwanamke ndio ambao uliwekewa uadui milele daima. Ndio maana watu wa ulimwenguni wana torati, na hii torati badala iwasaidie kumsogelea Mungu, inawasaidia kuzaa, kumzalia mauti mazao. Warumi mlango ule wa 4 mstari wa 7. Taona pale. Warumi mlango wa 7. Warumi mlango wa 7 mstari ule wa 4 na mstari ule wa 4 na wa 5. Utaona siri hiyo pale. Wanazalia mauti mazao, wakati sisi wana wa nuru tunamzalia Mungu mazao. Kwa sababu gani? Wana wa ulimwengu they are in constant battle placed by God with the devil. Lakini the patrilineal lineage haina, yenyewe ikishakaa katika damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaipatanisha na kuondoa laana ya ardhi iliyofarakanisha ardhi na the patrilineal lineage, uzao wa mwanaume, uzao wa Adamu, and everything settled. Maisha yanaendelea. Ndipo hapo tulipo. Neema Mungu kusaidia sana. Kwa hiyo by the grace of God, nielewe unaposema utawala wa mwanamke na haya alishayaandaa. Kwa hizi nyakati Mungu alishaziandaa, alishazifahamu. Nilipoanza nimekueleza hizi ni zamani mbele za Mungu. Kwa mwanadamu ndio zamani zilizopita, zamani zilizopo na zamani zijazo. Hizi kwetu sisi tunazoishi sasa hivi ni zamani, lakini zamani zitakazokuja mbele zinaitwa zamani katika mtazamo wa Mungu.
kwa sababu Mungu alikwisha kumaliza. Chuoni mwake ziliandikwa zote pia siku zilizoamriwa. Neema Mungu ikusaidie sana. Mbele ya macho yake hatujasitirika mbele ya macho yake, na chuoni mwake zimeandikwa zote pia siku zilizoamriwa za kila mwanadamu. Kwa nyakati ziko tayari, zilikwisha kuandaliwa kwamba utawala, the matrilineal lineage will come into conquest. Kisikia habari za miaka ya 1900 kuanzia 1900 hapo 80 kuja mbele ghafla, mama zangu wanajua hili na watanielewa vizuri sana. Ghafla single mothers, pakatokea rapid bring up na evolution, ghafla rapid evolution. Wanaume wanakimbia majukumu, wanaume wanakimbia watoto wao wa kwanza, firstborns wanakimbiwa. Mama wakaanza kulea single mothers. Kizazi cha kuanzia, ukienda ukiangalia database za nchi tofauti from 1985 to 1999, hapo iko kipindi a lot plenty wa kijijini, interior huko mjini, urban areas, third world countries, very developed countries, watu wengi wamelelewa single parents. It wasn't accidental. Then you come unaiona 1999 all the way to 2010, woman empowerment was the biggest agenda. Sio bahati mbaya. Then kuanzia 2010 mpaka tunaposimama hivi sasa, na nyakati zinavyozidi kuelekea nyakati za mwisho na unyakuo unavyosogea karibu, unaona mashoga na wasagaji everywhere. It has become an acceptable norm in the society. Imeanza kuwa kitu kinachoeleweka na kuchukuliwa sawa. Yaani ni ujuzi mpya umekuja kwa mema na mabaya, na mwanadamu ameuchukulia. Zamani walikuwa mama zetu na baba zetu walikuwa wakiona vijana wawili wanaambatana pamoja, wanasema wale ni marafiki sana. Yaani wale huwezi kuwatenganisha, marafiki sana. Leo wakiona wawili wanashauku. Mimi hata siwaelewi wale. Si kwamba watu wamebadilika, ila kuna ujuzi mpya umekuja, umebadilisha. Ndivyo ujuzi ulivyo, na ujuzi una sauti ndani. Despite unaona nini nje, ujuzi una kelele ndani. Ujuzi una kelele, una sauti yake ndani, unachokueleza. Neema Mungu ikusaidie sana unielewe hapo. Nyakati tulizopo ndizo hizi, the matrilineal lineage ilianza kuandaliwa. We are not looking at the problem but the consequences of the problem. Dunia iko ndani, na nyakati ziliamriwa na Mungu, zipo, tuko nazo sasa. Mungu alikwisha kuzifahamu nyakati hizi, alizijua nyakati hizi. Ndio maana anasema bado katika nyakati hizo, Isaya 4 mlango wa 2, chipukizi la Bwana litachipuka na nchi itazaa matunda mema. Bado hata sasa, lakini ni ndani ya binti Sayuni na wale wa Israeli, yani uzao wa ahadi uliookoka, ndio utakao yaishi haya. Wale watakao salia katika Sayuni, wale watakao baki katika Yerusalemu wataitwa watakatifu. Muombe sana Mungu, msi sana Mungu akupe neema hii in these times. They are already ordained, na ndio tunaziishi sasa, tuko hapa. Muombe Mungu akusaidie uwe kati ya wale waliosalia katika Yerusalemu. Na kusaliwa huku ni wewe kuwa umeokoka, umekombolewa, umeokolewa, una tiketi inaitwa wokovu kwenye maisha yako. Lakini zaidi ujue kuna mfumo wa utakaso umeachiliwa katika roho mbili, roho ya kuteketeza na roho ya hukumu. Kwa sababu hii roho ya hukumu ingalikuwako ndani ya Hawa baada ya kushawishiwa pale Mwanzo mlango wa 3 mstari ule wa 3, baada ya kushawishiwa asingalikula, kwa sababu hukumu aliifanya mwenyewe. Aliona yafaa kwa chakula, yapendeza kwa macho, tena ni wakutamanika kwa maarifa. Hiyo ni hukumu binafsi. Angalikuwa na roho ya hukumu ingemsaidia, lakini hakuwa nayo, kwa sababu misingi ya roho ya hukumu inaanza katika msingi wa mama, na Hawa hakuwa na mama.
Hawa ndio walikuwa mama wa kwanza. Ndio maana la Mungu linatuambia kwenye Mithali 1, mwanangu, yashike sana mausia, mafundisho kwa lugha nyingine ya baba yako, na usiache sheria ya mama yako. Sheria ya mama ndio inatengeneza haki na hukumu zako wewe mwanadamu. Mama yako awe ni Mkristo, awe alikuwa mganga, awe alikuwa Muislamu, awe alikuwa mchawi, awe alikuwa mpagani, awe alikuwa barbariki, vyovyote, aliwekeza sheria yake ndani yako ambayo ikajenga hukumu zako na haki yako. The way una hukumu mama kwamba hili nifanye, hili nisifanye, kwa sababu ujuzi kila mtu anao kujua lile ni baya na ni jema. Jambazi anajua kabisa kuiba ni vibaya, kuto kuiba ni jambo jema, ila hukumu yake inamwambia iba. Kahaba anajua ukahaba ni mbaya, sio kwamba ajui, anajua ni mbaya, lakini hukumu yake inamwambia fanya. Sasa ile hukumu yake ilijengwa na mama yake, aidha mama yake na utaratibu wa sheria yake, ama mazingira ya mama yake, sababu kuna sheria nyingine zinaitwa principles. They are not laws but principles. Principles, they are circumstance of the environment uliokulia. Wakati wewe unaona ukahaba ni mbaya, yeye na mama yake na maisha yao yalikuwa ya dhiki kwa kiwango cha kwamba ndugu zao na maisha yao wasingeweza kwenda kama wasingekuwa tayari kusacrifice chochote. Wao walifanya ukahaba katika msingi wa kujitoa muhanga ili maisha yao yaende. Sasa ile ni principle aliyojitengenezea kutokana na mazingira. Ndio huo msingi. Roho Mtakatifu akusaidia sana. Sasa roho ya hukumu, Roho Mtakatifu akitujalia neema tutawekeza hapo, na roho ya kuteketezwa ambayo inasafisha uchafu, the filth ya binti za Sayuni na damu katikati ya Yerusalemu, ili baada ya hapo pawapo kwenye maisha ya mwanadamu. Baada ya hapo kwenye madhabahu na juu ya Sayuni liachiliwe wingu na moshi, yani wingu la kufunika wakati wa mchana na moshi kuzuia visibility, uovu usituone, kwa sababu uovu wa nyakati hizi pasipo kuzuiwa kutuona tutadhurika, na wingu la kutusaidia wakati wa mchana na miale ya moto kutusaidia wakati wa usiku. Lakini sio hilo tu, pawapo hema, sitara, iachiliwe sitara, a defense system juu ya utukufu wa mwanadamu. Kwa Kiingereza soma pale Isaya mlango wa 4 mstari ule wa 5 mstari ule wa 6. Sasa uone pale, pawepo sitara juu ya utukufu. Kwa Kiingereza pawepo defense system, a defense system juu ya utukufu. Kwa hiyo neema Mungu kusaidia sana unielewe, mwana wa Mungu. Pale Isaya mlango wa 4 mstari wa 5 na ule wa 6 anasema it is centered on a defense system, sitara juu ya utukufu. Ndio Mungu anacholenga, sitara juu ya utukufu. Na sijakufunulia, sijaongelea mlango wa 3. Ni huzuni, mwana wa Mungu. Nimekufunulia because I want you to ask God. Umuombe Mungu akupe moyo wa kutubu kabla sijaanza kukufunulia roho ya hukumu na roho ya kuteketeza. Kwa sababu Isaya mlango wa 3 mstari wa 16 anasemaje? Bwana asema, kwa sababu binti Sayuni amekuwa na kiburi. Haongelei hawa duniani. Wewe binti Sayuni, kwa sababu ukiamka asubuhi unasali, mchana unasali, unayopandia Sayuni. Binti Sayuni amekuwa na kiburi, ameenenda na kuenenda kwa shingo iliyonyooshwa, ameongeza matamanio, anatamaa binti Sayuni. Neema Mungu kusaidia sana. Akienenda kwa madaa, kwa maringo. Si umempa shepu Mungu, si umempa good skin tone, anavutia. Tena anamaliza mstari ule kwa huzuni zaidi. As a prophet, let me let you know, so that ujue hizi nyakati usio kadhaa unavyofanya ama yanayofanyika, God has not seen about them. He knows. Na alishazitanguliza akasema. Tena anamaliza mstari wa 16 anasema, na anapiga njugu kwa miguu. Kwa Kiingereza ndio utanielewa vizuri. It means anatembea with twinkling feet. Yani ni dada wa high heels. Anavaa sketi yake fupi, naye anatembea kwa madaha kweli kweli, na kiburi na tamaa ya maisha imejaa moyoni mwake.
with high heels, anatembea anapiga njugu kwa miguu yake, twinkling legs. Pita huko mtandaoni, naye anapiga picha, anaonyesha mapaja vizuri kabisa, naye anapiga picha, anaonyesha jinsi alivyopewa shape, alipopewa rangi. Do you think as prophets tukiwaangalia tunaona? Afu wewe unadhani utafanana na wa dunia? Huwezi kufanana, kwa sababu wewe ni binti Sayuni. Asubuhi unapandia mlima Sayuni kuomba, mchana unaomba, jioni unaomba. Kwa hiyo Mungu wewe lazima anakuadhibu. Ndio anasema, soma Isaya mlango wa 3 mstari wa 16. Ukishuka pale utaona huzuni yote, atapiga kweli kweli binti Sayuni nyakati hizi. Asiposhtuka binti Sayuni akaamua kusafisha uchafu wake, filth. Kwa leo nataka, baada ya kufunua mafunuo haya, I wanted to give you the general picture, ujue utawala wa mwanamke, na ameuandaa utawala nyakati hizi kwa ajili yako binti Sayuni, but you have to be washed. Na mafunuo haya kusaidie. Nataka kiu ya toba ya kweli ianze ndani yako hivi sasa. I release the anointing of repentance in you katika jina takatifu la Yesu Kristo. Ombe Roho Mtakatifu. Ombe Roho Mtakatifu. Naomba kama binti Sayuni ninayepandaga kwenye mlima Sayuni kumuomba Mungu kwa ajili yangu na uzao wangu. I am beautiful, yes. I am blessed, yes. Lakini mimi binti Sayuni, naomba hiyo roho ya hukumu na hiyo roho ya kuteketezwa iachilie ije kwangu Baba, imtakase uchafu wangu. Ili nini? Unarudi pale Isaya mlango wa 4 mstari wa 5. Ili pawapo na sitara juu ya utukufu, na utukufu wa Mungu unaanza na mwanamke. Mwanamke akitukuzwa anamtukuza mwanaume, mwanaume akitukuzwa anamtukuza Mungu. Pawapo sitara kwenye utukufu, kwa kufanyaje? Ataweka wingu. Ataweka wingu hapo Bwana ya binti Sayuni kwa neema yake. Tusome pale Isaya mlango ule wa 4 mstari wa 5. Anasema tena, juu ya makao yake, juu ya makao yote ya mlima Sayuni, juu ya madhabahu zote zilizoko duniani, na juu ya hao waliokusanyika, makusanyiko yaliyoko ndani ya hizo madhabahu, Bwana ataumba wingu, ataachilia wingu na moshi. Wingu kutuhifadhi wakati wa mchana, moshi kuzuia visibility, na miale ya moto wakati wa usiku. Akiweka sitara, akiweka defense system juu ya utukufu duniani. Neema Mungu ikusaidie. Na ataachilia hema, mstari wa 6. Ataachilia hema ili kuzuia baridi wakati wa hari. Ataliachilia hema, wigo wa kutuzingira. But it has to begin. Sasa nikupe nafasi. Panda mbele za Mungu, chukua sadaka yako kama binti Sayuni. I'm talking to you binti Sayuni. Mungu akusaidie. Msemeshe Mungu kwenye sadaka yako, mwambie Mungu, nina kiu ya toba ya kweli. Nisaidie toba, yani geuka, kwa sababu nikisema toba mtu anadhani ni kuungama. Kuna tofauti ya kuungama na toba. Toba is change. Repentance is change. Mwambie Mungu, I want change. Nisaidie nibadilike, ili roho ya hukumu, kwa sababu haiwezi kukaa ndani yako kama hujaanza kubadilika. Neema Mungu ikusaidie sana. Na roho ya kuteketeza, mwambie Mungu, I want change. Msemeshe Mungu kwa sadaka yako. Neema Mungu ikusaidie. Achilia, mwambie Mungu, I want change in my life. Nigeuka, nilikuwa naenda hivi, nigeuke exactly 360. Nigeuke upande huu, nibadilishe Mungu kwa neema yako, kwa sababu ni nyakati zangu za kutawala, na nikitawala ndivyo sivyo shetani anatawala. Usipotawala kwa msimamo sahihi, shetani anapiga watoto wangu. Uongo utapiga watoto wangu, uongo utapiga mazalio yangu. Muombe Mungu akusaidie sana hapa. Achilia sadaka yako kwa utukufu wake Mungu. Baada ya sadaka yako, naomba niombe sadaka yako kwa utukufu. Baba, ninakuja mbele zako. Umesikia sauti ya binti yako, umesikia haja iliyoko ndani ya moyo wake. Mfalme wa amani, mtazama, iachilie roho ya hukumu
iachilie roho ya kuteketeza ndani yake, ili ikamtakase uchafu wake, ikamtakase kiongozi wake na madhabahu aliyopo ufalme wa amani, ikamtakase kuanzia kwenye kiburi chake, kwenye madaa yake, katika matamanio yake, katika mienendo yake, mfalme wa amani, ukimjalia kuwekwa mbali na ghadhabu yako ya nyakati hizi juu ya binti Sayuni, mfalme wa amani, ili utawala wake ukawe thabiti, na ile kiu ya roho ya hukumu na roho ya kuteketezwa ikajengwa ndani yake, ili akatafute maarifa hayo, akawekeze katika hayo, na ile roho ya hukumu ikamsaidia kwa utukufu wako, katika jina takatifu la Yesu Kristo, na kumwachilia mbele zako. Ninakubariki binti Sayuni, neema ya Mungu ikakufunulie nyakati mpya, kama binti unayepanda kwenye madhabahu ya Bwana kwenye mlima wa Bwana, nyakati zako zikawa. Be blessed, be blessed, be blessed beyond measure. Neema ya Mungu ikusaidie sana. Sasa as we go deeper, tafuta kujua mafunuo yapo, na kwa nyakati Mungu alizoniachilia juu yangu, nilikuwa nikifundisha kule Arusha roho hii ya hukumu na roho hii ya kuteketezwa, na nitapata wasaa kwenye prophetic unveilings, tutaachilia somo hili. Kwa utapoachilia, hakikisha unajifunza roho ya hukumu, na wakati roho ya kuteketezwa utakapoachilia somo hilo, neno la kimaarifa na neno hilo la kihekima ya hofu ya Mungu, ujifunze hapo, uwekeze hapo, na yenyewe uweze kujifunza. Lakini kwanza inaanza na kiu yako binti Sayuni ya kufahamu haya maarifa haya na hekima hii na imani hii na unabii huu uliosemwa, na baada ya kufahamu, roho ya utambuzi ndani yako ikusaidie kushikamana na haya kwa kadiri Roho Mtakatifu atendavyo ndani kazi yake ndani yako. Kisha ushikamane na haya, ugeuke in repentance, uanze nyakati mpya, uanze kushikilia ukijua ni nyakati zako za kiutawala, na kwa sababu ni nyakati zako za kiutawala, kuna huo utawala lazima ujue jinsi ya kuenenda ndani yake. Neema Mungu ikusaidie sana. I'm Prophet Larry, nakupenda na kuombea. I'm here and I'm a prophet to the last generation. Wewe ni binti wa Kiislamu, binti wa Kibuddha, binti wa kutoka kwenye familia ya isiyo na imani, wasioamini, binti umetoka kwenye uganga, kwenye uchawi, binti wewe ni Mkristo, wewe ni dini fulani. I'm a prophet to you all. Mimi ni nabii kwa kizazi cha mwisho. I'm a prophet to the last generation. I'm here kukusaidia, na ninavyosema nakupenda na kuombea, na waombea wote, kwa sababu sikutumwa kwa Wakristo peke yake, nitumwa kwa wote, kuna kuombea katika hili. Ninawabeba ikawe nuru nyakati hizi za giza ndani yako, katika jina takatifu la Yesu Kristo. I bless you. I bless you in the name of Jesus Christ. Be blessed. Be differentiated. Ukawe tofauti. Ukawe nuru yenye kuangaza, isiyofichwa chini, bali inawekwa juu ya pish, ine candle holder, iangazie nyumba nzima, na mji uliowaka juu ya mlima hausitiriki, unaangaza. Hivyo nayo nuru yako ikaangaze kwa matendo yako mema, ili Mungu apate kutukuzwa. Ule utukufu aliowekeza kwako mwanamke, ukamtukuze mwanaume, na huyo mwanaume akamtukuze Mungu. Formula hiyo ikatimilike mbele za Bwana, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Be blessed. Hope to see you next time. It's Prophet Larry. I bless you. Have a good time.